mpaka Kitutu Masaba, inaenda mpaka West Mogirango kwa huyu ndugu yangu Steve Mogaka, inazunguka inaenda Kayole, inaenda Monyerero, inaenda Bobaracho, inaenda kule mwisho boda ya Ngenyi, Mbanda, Nyamukomba. Hizo barabara zinaendelea vizuri, contractor ako kazi, anaendelea nao kazi. Ukweli ama uongo? Ukweli ama ni uongo? Hiyo ni kazi ya rais, sio mimi. Hapa vile tunaongea, Mheshimiwa Rais alikuja hapa akanipatia pesa ya stima. Tukaanza mahali inajiita Nyakome, Nyambage, tukaenda Irianyi, tukaenda Chimo, kuna mahali inajiita Chimo, tukaenda Sten Motabo, tukaenda Getiongo 1. Sasa tuko Sasuri, tukafanya Mwamabera, tukafanya Mwarosana, tukafanya Simwaga, tukafanya Nyabitiro, tukafanya Gesangero Chinche, tukafanya Nyankanda, tukafanya Manyansi, tukafanya mahali inajiita Kionganyo, tukafanya Samogara Saramba. Saa hii tunafanya Nyanchogu. Tuko na project zingine alituongeza 34 za kuweka stima hapa Kitutu Chache North. Ukweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Na tumesema hii Kitutu Chache North tukisaidiwa na Mheshimiwa Rais, ile giza iko hapa tutapoteza yote. Hata wale wanatembea usiku tutawahakikisha iko stima ili wakitembea wasiweze kuteguka. Eyo erebu yago serebo. Ngosaba ndombaro bagweta botuko. Na indumo gasoto gweta. Bali bagweta botuko ndoko baroserie nchara yabo. Na demonte kelele. Huyo rais anaitwa William Ruto alikuja hapa hii soko yetu ya Marani. Contractor amepewa, anafaa aanze kazi hii soko yetu ya Marani hapa. Soko yetu ya Kegogi pia alikuja, anafaa tuanzishe ile soko ya Kegogi. Zote contractors wamepewa, wanafaa waanze kazi. Eyo erebu yago sere bobe. Erebu yago sere bobe. Hii factory yetu mahali mumeanguka. Hii factory yetu ya chai hapa. Huyu rais, hao wako na deni. Hao wote ni wakulima wa chai. Moriaba lebebe chai. Moriaba lebebe chai. Neka huu. Hiyo deni huko, Mheshimiwa Rais kwa hii budget ametuwekea 100 million ya kumaliza hiyo deni yetu ya factory hapa. Milioni miangabi. Igomuna toko kuwa na Mugitutu eyeito. Our President William Ruto ebare 4.4 billion. Ebare mpaka wochi Nyakoya. Nyakoya asinyeze ekamosinya. Omogaka onyonka ekamosinya. Oh maene gosea. Omogako ito Jimmy nera agateme kamosinya. Oh maene gosea. Omwana omintoga igamomo imabuonyonka nera agatiko nere kamosinya. Oh maene gosea. Gosena ngaine reili. Icho moisio mobe na so moisonde emiake ebere yoka epare na arosi na bekire lami. Momanyago ntebinga ntige esikoragera inchikwareka Mose inkina keba iga tindikoruo chipara jeto chere manyakoruo tuabeke rujistima tuesi manyakoruo mwanyori na mache manyakoruo igonti karega igana William Samoei Ruto
Mbarenga mekoko moko ikabatake tentika na William Samoei. Buyaiga. Bona sama zikani ya manene. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah na marafiki zangu, nilikuwa nawaambia Mwenyezi Mungu anakuja. Makuu, ninataka nimualike area MCA akuje atusalimie na MCA wenzake ni wa introduce, alafu ndo nipatie viongozi. Area MCA Mheshimiwa Ombachi, karibu sana. Huyu ni rafiki yangu sana, amekuwa MCA karibu term 3 na anafanya kazi nzuri sana. Karibu Mheshimiwa Ombachi, na all MCAs wakaribia hapa. Mwakerango chinkobi unagocha. Tumsifu Yesu Kristo. Mirena mirera amina. Ngakiwaro mwa ondocha amoko iriri ataba kaneba mwachira. Abagaka amoko bugie bichuria. Biamono nchengoro gudeni Sombachi. Omochumbo ino. Bibageli gonta etegote bia Jafet. Igato tebeti 2023 Gorentare Deputy President yatu changere. Tatorendere ti. Naendo rentre migosi. 2022 migosi karako gichukura ato tetingo kwa Gerald Mara ni secondary ne primary tache tia. Moko mwagera chinko biatu ajire jiskuru echo. Naende Jafet yako rechi para chitigarete. Chiwese irenga muta Jafet yato erero. Chimilioni irenga. Emeronge ebere choka. Amisini. Ekelisikere. Iriri atabano. Biamano sana. Iga ni bwate abagisange bana bacha. Tiga baba kwani eminete yemo. Ndobwate mangana mange abagari nabange bare. Tokole eshere yeito. Yani kaunti yengi manero kolie kaunti yengi mabunarega na basacha mbaya ntobwate king ya sensi na taoteba karibu sana. Tumusifu Yesu Kristo. Mirara na mirere. Aiga tobwata bageni abange tingo no gukwana chibese chibase gutigare mebuko. Ndiamono. Aya tumsifu Yesu Kristo. Abakatholik ba mintombi amore. Yonchengo roktoma sobare yondo mwemsio basi. Mbiamono ase Catholic ego changa no ngotoka. Mbiamono sana. Asante. Aya wono ntagete to chake no mongi no mongaini. Omongi no maeta sakoru asagochi. Tota to chakere kauchi igoro kauchi igoro. Omongi no mongaini ligere munago tacha. Ligere libunago tacha omongi no mongaini. Ai mutigache. Omongi no muya ligere munarabete. Mwaro ramagoro wori usabete yange entambe mono. Abeke yange mono entambe mono. Karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Praise God. Aya. Kwanza
let me ride on the already established protocol. Nimkaribishe CS wetu Migosi, nimkaribishe Kimani Ichung'wah na wajumbe wote na Wakristo wote. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Sakorwa na sagochia. Chisweetheart chia Father Agnesia, simbu ya mole. Sasa, mimi ningependa kusema hivi. Hapa hakuna mtu amekuja siasa. Ni makosa siasa wapi? Kanisani. Kama hii mkutano, brother yangu na kaka yangu Jafeth Nyakundi ametualika. Akatuambia kujeni, munisaidie tujenge kanisa. Na tumefika. Kama kuna mtu anapinga ile maneno tunafanya hapa, tafadhali panga mkutano wako, uuze sera zako huko. Hapa tumekuja mchango. Ya pili, akina mama muko, usiku utandikie mzee kitanda, upate mzee mwingine anakuja, si utapiga nduru? Tuheshimu vitanda vya kila mtu. Wanakwaya, nyinyi nimesikia ni mama kwa mama. Asante, mumefanya kazi nzuri, mumedansi hapa. Wanakwaya pale na waona, na lazima leo munakunywa chai hata ya Mama County, nitawapea 30,000. Nyinyi nawapatia 30,000. Mchango yangu mimi ndio nafungua mchango. Mumeona nimeongea siasa. Mumepokea salamu za rais wetu William Ruto. Sasa mchango wangu Father ndio hii 100,000. 30,000 kwa mama 30,000 wako pale. Na wanakwaya Father wametuimbia batelire barosire echinechi sweetheart Father tikabanywe chae no mugati. Alafu akwaba gwachire koi irero mongino erese yebwe bisi liriago korugera mbuya mono. Okay, asanteni na Mungu awabariki. Omongino tari omongino mongaini. Omaeta sakoruna sagochia. Goze na tolemerege sima moina sombogo. Goza mate na aro sombogo moina. Eto tageta abantu bagokorega si. Eto tageteki. Abantu bagokorega si. Na inche konyana ene bako batebi. Ene ane lakini ababande mo basako bachanda. Mongi weta bangi naba. Mama mkatoliki nko banderi bwa musini na balieri baba mkatoliki eri bwa musini na bangi na balie kwaya neri bwa musini. Chibeze jichoze na serikali na rusiri ngoja koba. Igonzo akeko ruogo se ntigare. Ntigare go se soke. Ntigare go se soke. Bono na masikani ya manene. Ntagetenda ngeri omwano. Omwina. Omogitutu ominto. Richard Momoima Buonyonka. Karibu. Mbuya mule. Father Mheshimiwa Jaf. Mbia mwane sogo njika. Njwa. Ayamu mromi into. Ese miaka in fact ayamu mrone. Chikura chiaeta ngakubuate sia ngakoteu mwaka chimiorosirake mokonye. Tingo kurwania. Oroje ayebere ese serikali.
Katebi Ntongo kwa habari. Kabisa kabisa. Thank you sir. Maneno nitaongea ni mbili tu kwa sababu Mheshimiwa my brother Kimani Ichung'wah ambaye tulikuwa naye bungeni, Mheshimiwa Jalango, my incredible brother, my CS, my minister, because Wogamba, I'm happy to see you. Mheshimiwa Minto Soro, yana okire okorora. Noroje, Tata Sokoro Mwita, Mheshimiwa kutoka Kuria West. Sauria inchenare komoreta anatara nere. Omanyanga kingo taraka genda nkamokonya kaira chukura alibukuria. Siri kweli? Thank you sir. Patrick Bosero, mbiamono. Mheshimiwa kurubunchali tatondane. Onchokuru minto, mbiamono. Manduku, God bless you. Abasubai tubaitu babere. I'm talking about Esio Kenyuri, no mongina donya. I thank all of you. Omosubati korubu Nyamira, Ntogoro, biamono baba. My sister ODM omwisike, newe litalia onyabere baba. Mheshimiwa Steve Mogako mwakili. Thank you for coming. Ekanise has a significance. Esa abantu baboge tutu na gusi. Tindigo kwana siasa ende yonsi. Onareta chibese chiane shilingi 1,100 ombura yande tere chibese chu. Mbiamono. Number 2. I don't know who I'll give this. Okay, I put it here. Chiwesechi chire 150,000 shillings. Ona chireta. Omonto chirete. Gakoro Fred Matiang'i. Biamano. Mbiamono sana. Akerango mheshimiwa Momoima Chikobi. Mwakerango Chikobi. Mbiamono mheshimiwa Momoima. Otokwaneri omondo iwa kwana. Aino monto muyago ikogende iguru. Asante sana. Bono. Asama sikani ya manene. Ntagete ngende baka Nyamira. Oyinabate Irene Mayaka, karibu hapa. Karibu sana, karibu. Karibu. Omondo lio wate kwa imekuwa beka higo kai. Kwa beka higo na njina kingo yunga kidogo iga. Nalingo yunga kidogo. Omo deputy president oito isire woika omo deputy president oito of the Republic of Kenya. Mwanja de kindiki. Mbadenga baja de kindiki. Biamono sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Biamono sana. Nchenkoroku Irene Nyakerario Mayaka. Seito West Mogirango. Nchenomo bunge Mochoria koru ODM. Salamu mingi sana korwe kanisa ya ito ya St. Tiberius Nyamotentemi. Mumepokea? Bono, njenacha iga gustaki Jafet. Nataka kustaki Jafet. Munyigwete. Jafet oyo, tore komitia emo,
ase njene chair. Ago chaon tebi, bono, Madam Chair, ninakuja kidogo, alafu kuna mambo ya Kitutu Chache North, nakimbia kufuatilia. Mumesikia? Jafet oyo. Kiresa, igari bunge, Kitutu Chache North, era miabo era, tigangende minyoke. Ege wate, gekoro kufocus. Gekoro kuki. Gekoro kuki. Naendere, ne treasurer ya UDA party. Ekeroge kenene sana. Again, abateki. Focus. Mota gete Jafeta ruiga aria sere, achake gotara. Aseani atamanyeti. Atigare ororo. Nariara anyako barete restima, taibo. Epara, chiskuru, igomo mobwate si taibo. Naende intu na tore broad-based government. Toreki. Kwa na wia, chipara nchigocha. Umete no baraiga. Ndawa baigwete buna mogoteba. Tota ete goteba iga. Buna barai. Allow us to be focused so that we ensure that gusia ito. Enyore stima, enyore chipara, buna chinse chinde taibo. Goseto toke, abantu bane banyago konyore bintebi. Barenga bagoteba, to stene neiga abu asetore. Barenga bagoteba. Okoba bakorosie pareye, mbache banyerime. Mbache banyerusi. Igo mimi sitaongea mengi, nataka kuambia kwamba tunawapenda. Kimani Ichung'wah nilikuwa naambia watu wetu tunawapenda. Serikali inawapenda, tutazidi kufanya kazi. Alafu vile Jafet alisema, nkorio mosahara inchebweka. Wogetutu amo ibore. Mobate abantu. Umondonaro ore focused. Una jafo. Aya mbwati rende. Mimi nitatoa mchango yangu. Ngaichibese chiachi. Nitatoa mchango yangu ya 50,000. Ndiamono sana. Ekorre kana moda itiko kera chibesechi. Moda itiko kera chibesechi. Moda itiko kera chibesechi. Chiokera ngo 1 2 3. 1 2 3. Bono. Omo deputy president ataracha. Taite ngangweli. Omboisiombo. Mama ido moisiombo. Omoiziki. 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 Omoisiombo. Echuye nyene. Kuru South Mogirango. My brother, Chief Whip, Silvanos Osoro! Nige unago dacha. Lakini mtoto ruani le. Waje doko ruda jingu ndi sana. Ile niliko hapi stand. Where is that stand? Leta hiyo stand haraka hapo. With the 2 microphones. Weka hapa juu, weka hapa juu haraka. Haya, ambiamono. Msifu Yesu Kristo. Bwana ni yangu ironya koroche kwa mwina kirase. Ike ndo yaro suri kondo chuma go. Jarincho Osoro. Naende omheshimiwa Jafet Nyakundi Okwadrega otevenga o akiti no montonda itema ne umbuga aga ngacha ino mororo akiti babu chibangacha yani mondo mororo lakini hele tuachirega amangana ye kanisa wageni waheshimiwa ambao kutoka nje, Mheshimiwa Ichung'wah na waheshimiwa wote
speech. Mimi napenda kuongea alafu baadaye mtapata translation. Mimi na Mheshimiwa Ishungwa tunakimbia mkutano. Na kwa hivyo nazungumza. Alafu Mheshimiwa azungumze. Alafu Mheshimiwa Kindiki atafika, Deputy President, mtaendelea na wageni wengine. Sisi tuzungumze tuende mkutano mwingine. Tumetoka asubuhi, tumefanya kanisa kama 3. I think ni ya 3. Tulikuwa ingine kule mwisho ya maana kule Rift Valley, alafu tukatoka twakore kanisa ari Malava, twa magocha bono twaikirega. Aiganinka, aigambo mame. Je mama no ari wetuke tutu. Ekera nkurangeri kunga kiende yonsi ngocha. Kene gyonsi magonte bingocha. Ekera na achetega ngakiri ende mwaro denga insire iri. Ngakire na achetega ari na rekore to mungwana oyo Japhet Nyakundi to goncho karanaga. Bantu batengo mumuro ya asire iri ochiri kurubugira ngo chirega gocha gotokoroka gotoburuga. Akibono ma ono musacha mwachorete. Omweshimiwa Japhet Nyakundi. Omungwana omanyete eri yani nakito moko mubakire riso. Ali bunge ako budget. Again tukakore pare morochi ya sei no ya sukire mono. Okoba go ikaranse committee ya budget ekera sote bunge na nini tina mubikete committee inje ngubeka bantu abu kiro mo. Nkabeka Japhet budget Alpha Miruka committee ya ICT na nene nkamubeka abe vice chair nkabeka ngai yale zairi nkamubeke para committee yechi para kero mondo kabeka gusi baka mwana minto kibagene nkamubeka committee ya health eri sorry limaete ko para chibesa kabisa nkamubeka committee ya budget obali de chibesa igo bono ega gitutu chache north e pareri ya kwamete myake menga oye ongusire ngitie mwamu ongusire lakini mumuro yo ongusire na era nya mwarigere iri onye kwa mwamaire ngo mubiro oye ng'ango uri ngo monene na ande bono ugereirake ari mumuro yo beire moko mogesera undiende para teyo ya kitutu chache north ego chikobo morom nje ko batei eyengo korare na abugata about 250 million chinyia chechi stima ochaga kitutu chache north okobawe kanase committee ya budget na nama ete komenya nabantu ono tima ite mugambi kimukaga netie onye tali Japhet Nyakundi gaki njoma ite ngoti narigeri rero twachirega otoretere 20 chindega chigweta igoroga abarayi baichirega chibesa tokoreta kwagache parish bono gaki muraiki mukaga netie ende bamento gaki kana ko babori roroche omanyire korosio bosande bakobosande bwe deputy president bakosikirune ne serikali enene yani akaye bakobo national treasurer bwe kiama geko gamba serikali kie ina mukaganeti nere ore national treasurer ogo ikaransa national council kare iga na abakaro mumbro mokeriga ngobugate simore Japhet ngobugate simore bono ngorega okubuli kero kibuchumba kwa kitutu chache north no ani ga tatara ko ari bagokwa ngorega okubuli kero kya ngorega okubuli kero kya kitutu chache north cyo buchumba ngorega okubuli buchumba kwa kitutu chache north oneta ngayare oyo bweko okubuli kero kya kitutu chache north momo manyete bono ligyo mukutano ogekera okumanyocho kwane ono le ere byako sere bobe lakini ngora yokulwe besa na etara omuntu okuriye kerego agotara na igura bantu agoteba mbamo manyeti kerego kionde gyonsi otagete korigia rasmo okoreki okorigi obo MCA okoreki okorigi obo jumbo okoreki okorigi obo gavana okoreki okorigi obo president rende okorigi president rende okoreki otare ekiagara abantu ba nando tari gotara gweka otare mono otare mabuke deputy president ya soira usei bone ane bueno na kiaba akorange gente ke kiana chirake
lakini oisire gosoabwe so egero oborie kero rasima koreki otare okoba rero yarenge amangana ye kanisa ntotari gukwana mangana mange etotari gotaiya abantu baminto bonsi pigusie ngima amaboso ase amangana ito ya serikali akobaiga ekere serikali egosetigwa muna ye asete tuku ya William Ruto abarai egero nyora magendero rasmi ukire serikali yange. That is why oiso kuri richi constituency ya Gusii ose tiante bogere chijirani cheito iria serikali ya irwe ekero babuiru ebago chabaye berio mugako rio ubuire tiatrasoa onye bago chikomwaina go chimotwe tokamanyeti lakini ndi barasoire barosi airport barosi chipara barosi chiskuru onye chikura chiko chiko kumutwe wago chikonganya bokongo boyo lakini asabono egento bakora no kwebereri baebereria bakora go chimotwe gusiga nko baebereri tutari gwanja tutigo bwenenu tutari gwanja omongwano yore ogoikaranse committee ya budget na ababunge bonsipi toikaranse turaebereria turanyora magendero seito gai kegere chikure chire 2027 gake gwanja muri boigo ekiagera ngosanero uri mukamumura nchebuona ali Nairobi nitukete chisese chinyinge sana mbugari chisese ange 21 ese nere yani ebwate kini kebesana okonyerige kwa yobwa ese geten kongu oche mwana iga karanse kona koyerige retiga yani uko yobwa to gutama ekiagara okagere ndemu kabisa lakini kwa gokora iga ego tama yebisa nyaro my friend tiri goto kendo ya so ngimwase kera bamendo bage nje nakwanire kene osenjena yana ngo kwana osenjena sese yana nakwanira so okotachaiga nyaro yebisa nyaro nani yebisa tego so konaria yabera we need to be very careful going forward. Very careful. Okonyore na injeri bwato muntu yo ese yo korenda getere katike iteyo iliyo kanyetie teyo iliyo taketie eserio moibi teyo. That is the carefulness that we need to have. Ya mwisho mheshimiwa Ishungwa, leo tumechangia, sikuwa nasema maneno mbaya sana. Hii yenye umesikia nikisema kwa Kikisii, nilikuwa nawaambia umevalia koti mzuri sana by the way. Si munaona amevalia koti mzuri? Haya, sasa ya mwisho niseme namna hii. Nawaambia vijana wetu, tafadhali, na wamama, there is no money ambayo utatengeneza na utajiri through betting. Utajiri inapatikana pengine ulime shamba ama utafute kazi ya maana ama ufanye biashara. Maneno ya kuamka asubuhi umeweka 200 kwa kandege. Sijui kandege. Kanaenda sijui namna hii. Wamama wewe unakuwa kwa chama, unakuwa treasurer wa chama, unatoa pesa yote, unapeleka sijui kandege. Tafadhali, tunaomba ya kwamba tuache kutafuta utajiri in that format. Wasema na mama mtokake. Tunaenda kutengeneza sheria kule bungeni ya kuregulate maneno ya betting. Ndio watu waache kujinyonga, watu waache kujiua kwa sababu ya kupoteza pesa. Uchumi umekuwa mbaya, tunaelewa, itakuwa mzuri, tunaelewa, lakini wacha kuharibu maisha yako through betting. Elebiyako sere bobe. So leo si kutaka kuzungumza maneno mengi, nilikuwa nataka kusema kwamba sisi tuko nyuma ya serikali na tutafanya kazi na serikali na tutafanya kazi na Javeth Nyakundi, tutafanya kazi na William Samoei Ruto. Ni akina nani wanasema William akuje hapa atutembelee hapa? Wale wanasema William akuje hapa. Haya. Kwa hayo machache na mengi, kwa heshima kubwa, kwanza kabla ya hiyo nitoe mchango yangu. Na pia nimetumwa. Hebu leta ile mchango yote yenye nimetumwa na hiyo nyingine. Nipeane. Ndio mheshimiwa Ishungwa akiongea tutoke. Ngaki muaseka igasi chipesa halo.
Chibesa chirachira kimwanja iga chiracho. Na kimwago kete iga chibesa chiracho. Chibesa muchi anjete. Chibesa muchi anjete. Ya cheki angolisa karibu sana no tigare kende chencho. Aya, chibesa muchi anjete. Aya, ndaete mobare. Aya. Eye nirenga. 100. Nirenga. Nirenga. Atige rabo. Ya. Nirenga. Genda kuchiari na achira. Mwanje tosoro kwanza. Bari wanje tosoro ngori kama kwa bari wanje tosoro. Orimo kwa tosoro mumwenu wose na royo. Wose mwanje taba mwenu. Aya. Deputy President Osoire. Ianze tena. Imoke maboko ngoro. Imoke maboko ngoro bunya. Arigania mariani bunya. Imba. Wapi makofi ya wageni wetu? Iriyatera mukoni wa monene bwense. Makofi! Aya. DJ. Mheshimiwa Naibu wa Rais Profesa Abraham Kithure Kindiki. Sijasikia. Mheshimiwa Naibu wa Rais Profesa Abraham Kithure Kindiki. Wapi makofi ya Mheshimiwa Kindiki? Elisa Ekone. Yare kutoka namba imewenze. Karibu sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Hakukuwa na kazi mingi hapa, ilikuwa kazi tu ya kujenga kanisa. Na nilikuwa nimefika katikati kupeana mchango na nimemaliza. Nimemaliza. Niendelee nisiendelee. Tulikuwa tumefika namba what? Hiyo namba 4 nimetumwa na Mheshimiwa Faruk Kibet. Wapi makofi ya Faruk Kibet? Tuendelee tusiendelee? Sasa mimi wacha nisindikishe. Aya, tuanze. Aya, asanteni sana. baadaye. Ya mwisho, asanteni sana. Sasa kwa heshima kubwa, kwa sababu ya muda, niruhusu nimkaribishe kiongozi wa wengi bungeni. Ketini. Kwa heshima kubwa nipatie wimbo kwa wapi tuje. Nipatie wimbo ya Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Hapo. Yoyo. Haya. Anapoendelea kukuja. Ngoja. Anapoendelea kukuja, niruhusu nitambue uwepo wa majority leader wa Senate, Mheshimiwa Aaron Cheruiyot. Wapi makofi ya Cheruiyot tafadhali? Haya, ndio hiyo majority leader.
Haya. Asante sana. Abantu bakitutu chacha North. Buyamure kaende. Na sasa niwaulize, hii Buyamure kaende tunaenda wapi? Niko wapi tunaenda? Ni kusema ya pili. Hata sisi tunasema Muyega hiki, si ndio? Na kwanza Mheshimiwa Naibu wa Rais Father Ignatius, rafiki yetu Mheshimiwa Japhet Nyakundi na viongozi wengine wote ambao wako hapa. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya kuja kujumuika nanyi siku ya leo kwa hafla hii ya kusaidia hii parokia yenu. Na Father Ignatius, najua Bishop Mairula, nyinyi ni marafiki wetu wa miaka mingi. Na vile Mheshimiwa Japhet anasema, hata parokia hii ikianza, Mheshimiwa Rais alikuja tukasaidiana na yeye. Na Bishop wenu tulipata habari ya kuwa alikuwa asikii vyema, na tunamwombea Mwenyezi Mungu apate afueni na aweze kuponya ili aweze kuendelea na kazi ya huduma kwa injili ya Mwenyezi Mungu. Father Ignatius, tunashukuru kwa mchango wako na kuuliza tuje tusaidiane na nyinyi kwa kazi ya parishi yenu. Pia huyu mheshimiwa wenu hapa, huyu Jafo, nyinyi mnamjua kama mbunge wenu. Lakini huyu Jafo ni kiongozi wa kitaifa. Ni kiongozi ambaye tunamheshimu sana. Na ndio naona sisi wote akiwemo naibu wa rais wa Kenya hawangekosa mwaliko wa Mheshimiwa Japhet Nyakundi. Huyu sio mbunge tu wa kawaida. Japhet Nyakundi, kama hamna habari niwapashe ama niwape muktasari kidogo. Kwa muktasari, huyu ndiye National Treasurer wa chama chetu cha UDA, chama kinachoongoza nchi yetu ya Kenya leo. Kwa hivyo mkimwona hapa kijijini msimdharau, ni mtu mkubwa sana. Na ni heshima kwa watu wa Kitutu Chache North kwa kura mlizompea. Na wakati kwa chama tuliona ni kijana ambaye ni shupavu. Mtu wa chama tuliona ni kijana ambaye ni shupavu. Mtu wa bidii. Ndio tukakubaliana kwa chama awe National Treasurer wa chama, sababu pia is a professional mwenye anajua kuchunga pesa ya chama na watu wa Kitutu Chache North. Na tunakushukuru Jafo sababu ya kazi mzuri ambayo umeweza kufanya hapa, na ametaja mambo mengi yakiwemo ya barabara, zingine ananiambia tangu uhuru, hiyo ya Kegogi kwenda Marani, amesema na wapi? Mbanda. Mpaka Rogogo. Ananiambia hiyo barabara tangu independence mmeingoja. Lakini serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Mheshimiwa Rais na naibu wake Professor Kindiki, sasa the entire 64 kilometers ni rami inawekwa na itajengwa na ikamilike. Na niwaambie sababu nimekuwa Uchina na rais, ile kazi amepanga ya barabara sio hiyo peke yake. Barabara nyingi ambazo zilikuwa hata hatamu ya serikali iliyokuweko zote zitajengwa na zikamilishwe, na hiyo ni ahadi ambayo Mheshimiwa Rais na naibu wake wametuambia ni lazima ifanyike. Vile vile kazi ambayo imekuwa ikiendelea hapa Kegogi na Marani, mnajua Jafo aliomba rais na soko za hapa hizo mbili already zinaendelea, ikiwa 1-2 county kupitia serikali yako naibu wa rais na Mheshimiwa Rais. Affordable housing vile vile iko hapa Kisii.
Na hayo yote ni sababu Mheshimiwa Rais wakati aliomba kura alituambia ya kuwa manifesto ambayo tumeomba kura nayo sio kitabu, sio gazeti ya kusoma na kuweka kando. Ile manifesto ilikuwa ni mpangilio wa kazi. Akatuambia mambo ya majani chai. Nyinyi mnajua, na Mheshimiwa Naibu wa Rais nilisikia ukitangaza jana huko Embu ya kuwa for the first time since independence, pesa ambazo nchi yetu imepata kutoka majani chai kupitia bidii ya wakulima na ile program ya subsidized fertilizer, tumepata zaidi ya bilioni 200, 215 billion, surpassing the 200 billion mark for the first time since independence. Jana pia Mheshimiwa Naibu wa Rais, niliona ukiwa na wakulima wa kahawa, na kahawa ambayo Mheshimiwa Rais alipata ikiwa shilingi 70 kwa kilo miaka miwili ilipita. Kupitia ile program ya kusupport wakulima, sasa kahawa, kilo ya kahawa huko Naibu wa Rais alikuwa jana, factory moja huko imeuza kahawa kilo moja 147 shillings kutoka shilingi 70. Many farmers across Kenya kahawa yao wanauza shilingi 110. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, unaelewa kupitia Wizara ya Kilimo kuna program ya kuelimisha wakulima mambo ya kahawa, ya avocado, ya majani chai, na hata kuwapea seedlings za hizo mimea zote ili waweze kuzalisha chakula zaidi na nchi yetu iweze kujistawi. Ili ile mambo tuliwaambia ya bottom up isiwe it was empty sloganeering. It was a plan to make sure that money gets back to the people's pockets through work and a well-coordinated and organized program through our manifestos implementation yenye Rais na Naibu wa Rais wanafanya. Kwa hivyo hata tukijumuika na nyinyi hapa, tuna furaha ya kuwa tukitembea hapa Kisii leo tunaweza kuhesabu kazi ambayo inafanyika hapa Kisii na Kenya mzima. Everywhere you go, sio barabara, sio soko, sio affordable housing, sio TVETs, sio mambo ya KMTCs, mashule, kazi ambayo inatajika na yenye inaonekana, ikiwemo ile ya create employment through labor mobility ambayo inaongozwa na Waziri Mutua kwa Wizara ya Labor. Kwa hivyo mimi nimefurahi Mheshimiwa Naibu wa Rais, hata kama nilifika mbele yako kidogo, najua ulikuwa Isiolo na sisi tumetoka na Osoro Malava na tunaelekea mkutano mwingine Nairobi. So tulikuwa tumejiomba tutoe kitu yenye tumekuja kusaidiana na kanisa ili tuweze kusonga hapo mbele. Lakini nikiondoka watu wetu wa Kisii, mimi nafurahi sababu nyinyi jamii ya Mugusii, nyinyi ni watu wa bidii. Nyinyi ni watu ambao hujifanyia kazi na mmeweza kuishi kwa amani kona zote za Kenya. Ukienda Mandera utapata wafanyabiashara wa Kisii wako huko. Kweli si kweli? Uende hapa Kisumu, Wamugusii wako hawako. Ukija Kikuyu, nina jamii Kikuyu town and environs hapo Kinoo, ya not less than 5,800 watu kutoka Kisii ambao tunaishi na wao Kikuyu. And they are all very hard-working people. Na bidii yenu ndio inafanya nchi yetu na uchumi ya Kenya yetu isonge mbele. And I want to commend you and thank you. La pili, nyinyi kama jamii ya Mugusii, nyinyi ni watu wa karimu, mnakaribisha wageni, mnaishi na wao vizuri, na la muhimu zaidi, nyinyi sio watu wa siasa za ukabila. Kweli si kweli? Mimi nakumbuka Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati Mwai Kibaki alisimama kiti cha urais, kura zilimiminwa kwa Kibaki kutoka Kisii. Wakati zilitangazwa tukauliza hiyo ni Nyeri ama ni Kisii? Sababu nyinyi ikifika kupiga kura
mnaangalia kazi na mambo ya mpango wa kazi ya kiongozi, sio kabila. Kweli si kweli jameni? Na niwapongeze na niwaulize kwa heshima, mliona hata sisi wakati tumeanza kuingizwa kwa siasa potovu, siasa za ukabila, siasa za kugawa maeneo, wengine wakasema wa Kisii ati kura yao ni kidogo, walikuwa wanafanywa hivi, kura yenu ni kidogo hivi, shira yenu ni kidogo. Tukasema liwe liwalo, jamii ya Wakisii na jamii zingine Kenya ni wa Kenya, ni walipa ushuru, wana haki ya maendeleo na kutumikiwa na serikali kama Wakenya wengine wote. Na ndio mliona tumesimama kidete, hata tukiwa viongozi kutoka Mlima Kenya. Tukasema hatutakubali mtu yeyote atutenganishe sisi na Wakenya wengine, sababu kama jamii ya Mugusii, sisi jamii ya Mlima tumetapakaa Kenya na dunia mzima. Vile vile nitawaomba nyinyi tusikubali hata kidogo kiongozi ama viongozi yeyote atuletee siasa potovu za kutugawa. Tujumuike sisi wote. Ukiangalia hapa, hawa viongozi wako hapa wote, tuko milengo yote ya kisiasa. Wako wabunge walichaguliwa na chama cha ODM, wako wengine hata MCA rafiki yangu nimeona hapa independent, wako wale tulichaguliwa kwa vyama za Kenya Kwanza, lakini leo tumejumuika sababu ya maendeleo ya kanisa letu hapa. Hiyo ndio Kenya mpya tunataka, na nitawaomba watu wetu tuungane pamoja, tushirikiane ili tujenge Kenya pamoja. Mimi sitaki kusema mengi zaidi ya hayo. Nimekuja na mchango yangu, na pia nilitumwa na rafiki yetu Mheshimiwa waziri wetu wa usalama wa ndani, Waziri Kipchumba Murkomen. Alikuwa pia amealikwa na Jafo, lakini alikuwa na shughuli nyingine ya kikazi, hakuweza kuja, na amenituma pia na mchango wake. Unajua Kipchumba Murkomen? Unamjua? Waziri wetu wa ndani na usalama. Sidi amechukua ile kazi ilikuwa ya naibu wa rais. Sasa akifanya kwa bidii kama naibu wa rais, hata siku nyingine Mungu atamwangalia. Na mkiangalia huyu Jafo hapo mbeleni, kama first time kuingia bunge, amekuwa kiongozi wa kitaifa, national treasurer wa chama kinachoongoza nchi. Huyu Jafo si mtu wa kusimama rais mwaka mwingine. Anaweza hawezi? Anaweza hawezi? So mtapangana na Jafo? Mtapangana na yeye? Tutaongea pamoja na yeye? Na mtapangana na yeye na William Ruto? Na huyu Kithure Kindiki profesa? William Ruto amalize yake 10. Alafu tupangane tujue Jafo atakaa wapi hapo, ili kesho yake akuwe rais. Rafiki yake Kipchumba Murkomen amenituma na shilingi 1,000,000. Shukran ya 1,000,000 shillings. Na mimi zinajua mimi ni rafiki ya Jafo. Na tena mimi ni rafiki ya watu wa opposition. Sababu hii hakuna ukabila. Sababu hii mnapenda biashara na shilingi kama sisi watu wa Mlima. Si mnapenda shilingi? Si hata mimi niwakuzana shilingi na ingine sababu nilikuwa kiongozi wa wengi. Sasa kuko na broad base. Sasa mimi ni kiongozi wa wote, wa viongozi wa wote na nguvu la Kikuyu, na mimi nimemtea shilingi 1,000,000. Abantu waitu mutaanza kwa amani. Nikirudi Kikuyu waambie Kisii kwa imani iko nyuma ya William Ruto na Kithure Kindiki na Jafo. Kidogo chache kura itamiminika hapo mbeleni.
Asanteni sana na Mungu awabariki. Turudi tena. Warudi tena. Warudi tena. Ndugu yangu Kimani Ichung'wah, asante sana. Asante sana, asante sana. Mwambie waziri yangu Mheshimiwa Kipchumba Murkomen ambaye aliambiwa, rais alimwamurisha hiyo barabara itengenezwe. Mungu awabariki sana. Yakimawateba! Yakimawateba! Iko zawadi yako hapa. Ile chui, hii chui ya Mheshimiwa Silvano Sosoro
Msingi ya Kenya ni msingi ya amani na umoja. Kwa rais, napenda kutembea na wewe kwa sababu wewe unapenda ni Mungu ama miungu yenu. Lakini mimi na nyumba yangu tutamsifu huyu Mungu. Musa akasema naweka mbele yenu maisha na baraka, kifo na laana. Chagueni maisha ili muishi. Na mpenda katika miaka 5 ametupatia naibu wa rais wawili. Mmoja alikuja kwetu akatuambia kwamba Kenya ni nchi ambayo ni kampuni ya shares. Akaja kwetu tena akatugawanya kwa misingi ya kikabila. Akaja kwetu tena akatuambia kwamba Nairobi haiwezi ongozwa na watu wa kabila fulani. Lakini wakati huo huo Mungu akatupatia kiongozi mwingine, Mheshimiwa Profesa Abraham Kindiki, ambaye anashikilia Wakenya wote. Kabla ya hapo mlishaimwona naibu wa rais hapa, kabla ya ile Kithure Kindiki alikuwa anakuja, lakini tumepata muungwana, mtu ambaye anapenda umoja, mtu ambaye anapenda amani. Na mimi nakuhakikishia Profesa Kithure Kindiki, mimi nitatembea na wewe, na mimi ninajua wajumbe wanataka kutembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Namaliza tu kwa kusema hivi. Unajua saa zingine tukikuja kuchanga vile tunakuja kuchanga, waandishi wa habari wanasema mambo mengi. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Luka mlango wa 6 mstari wa 38, toeni nanyi mtapewa, tena mtarejeshewa ambaye amesindiwa kabisa. Na si ndio hiyo baraka ya Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo leo sisi tumekuja kushika kanisa la Mungu mkono, kutoa na kushika ndugu yetu Japhet Nyakundi. Kwa hivyo Japhet Nyakundi, mimi leo nitatoa shilingi 75,000, lakini wiki ijayo ukuja uchukue 50,000 nyingine. Jumla natoa shilingi 100,000 na 25,000. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni awabariki sana, awatendee mema na awazidishie katika kila jambo. Asante sana na kimotema. Na kimotema. Mheshimiwa Bwire, wewe pia Mwenyezi Mungu akubariki zaidi. Na tumekupatia zawadi hapo. Ukirudi Taveta, ambia watu wa Taveta ulifika Kitutu Chache North, mahali Mheshimiwa William Ruto na Profesa Kithure Kindiki wanapendwa ajabu. Nionyesha salamu za Mheshimiwa William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Sasa kwa heshima kuu nataka niende kule Bonchari, nimlete ndugu yangu Mkatoliki nambari 1, Mheshimiwa Daktari Onchoke. Mwangalie huyo anatembea kwa ukakamavu, kwa upole. Ndugu yangu Onchoke is Catholic number 1. Yeye ndo ametusimamia pale wa Katoliki bungeni. Omo muromo te. Mheshimiwa Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki, Mheshimiwa CS Education James Ngosi Ogamba, viongozi wenzangu, Father Ignatius, our Kristo Twensi Biatole. God is good and all the time. Happy Easter. Happy Easter. Obokire. Obokira maene. Amen. With a lot of humility, Father Ignatius Nyamweya, please step forward. I have a very small ceremony to conduct as the Catholic faithful. Please, Father, if you may step forward. Father, I'm aware we are to be the church, the house of God.
And congratulations for making it happen today. Last year, as we mourned for Francis, I was in Rome, in the Vatican, and we shook hands. And I got some items that were blessed by His Holiness. I've distributed them, but there are 3 left. And I want to hand them over to you. Papa, tokolera. Last year na yona Roma nkamukwani noko woko agatebi kwa ndeba Kristo bonsi bagusi. Mujira maga papa. Mwanjira ya banchali. Ekewe kama ngete neke kama bracelet for Genesis na kifadho kwa kurutima nyeti for Genesis. Ekega bracelet. Thank you. The second one and the third are 2 rosaries. Mwagomo Catholic, Romo Catholic. Uruete Roma were blessed by the Holy Father before he passed on the Easter Monday. Na vile Father ajabiye bikorera sia Nyasaye. Diamono. Na ndio ndio kumusabira the Holy Father, ya samu weka saga ya, na ndio tuwa chimbu chingi ya buni cha Holy Father, tawa ntaba kanyeku, tuwa wanjani, tuwa te obomo. Aba usinto wa to obomo, and I'm very proud of that. Na kia toja bagusia bange iga usiye temo kegoro, totalera samu bunu gusi. Namotole. Bitangani Chabet, my good friend and younger brother, Nali Kungiva, Nabunchari Jalenga, but Bunchari is here in the house full time. Since I'm in the UPA, Kenya Imanga, the UPA member of parliament, was in a Chumbe, but Akin is my good friend, Mondola Kuwati Kansan side. Ekanisa Yetoiko Erero, Honorable Chabet Nyakundi, Father Ignatius, for so long as you are here, we will come back and make sure kanisa mipango mubwate ya elile namutole aba Kristo amara niko genda bonchali mbwate kipari shibere suneka nyamiovu nyamokenyengo chere na kingo batebia Diamono sana ngoja kubate moche kipari shechumo tokwanye abanchali bachaleti abanchali babanjete tigatalera mu diamono ya saba sesenie Mheshimiwa Chabet uno muntu umwe aseigo usokiriye besa sayama abatenya banasiasa ingi twanje dekorora amaino naki amaino ne jinkobi wanzwara amaino ne jinkobi edoji Kichonzi mnajizogiriga ewan Ngajete kwa wachi kanisa ya Nyasaye wononde tengeze mpaka Nyamira nangari omonyina orina abateli omonyina ntoro otoria maisi igotopisa na batoro diga abantu banyamira bakobwa bagatera kiyo kumubikira chikuna chose omonyina ntoro palimu sana Asante sana, our Deputy President, all leaders present and the church. Siku ya leo tuko na furaha sana
kwa sababu tumekuja, tumeombewa, na tukitoka hapa tutaenda na baraka nyingi. Pili, nataka kushukuru kwa sababu Deputy President wetu ambaye tulipigania, tukasema lazima tumeka change. Leo hii amekuja hapa kwetu Kisii, na tunataka kumhakikishia ya kwamba tutatembea na yeye na tutatembea na serikali yetu, serikali ambayo inaongozwa na His Excellency William Samoei Ruto. Ndio hata sisi hapa kwetu tupate maendeleo. Kwa hivyo leo wageni wetu ambao wamekuja hapa, tuko na furaha nyingi, na pia kwa kanisa hili tunaona ya kwamba litaisha, na lisipoisha tutakuja hapa ili tuendelee tumalize, kwa sababu kazi ambayo Mungu ametuachia hapa ni kufanya kazi yake. Ngapi gere ngana ndani umanya kula teringa mwojewa ekitanyere kanenzenzi yakanyera obatenga yalipo yakane yenze mara tuko bagotwara omusiyesi wenjo parliament to kwetori maniko babusi ndublatire kaji omwana oyingo ondera ya kali mo tuko ino okoro kubikozo namba Naibu wa Rais, ninataka nikuambie hivi, hili kanisa mwanzilishi ni rais wetu President William Samoei Arap Ruto. Yeye alijenga nyumba ya fadha, tukaanza hiyo kanisa. Kuna mkabila fulani ambaye tulimwalika hapa aje awe kama kutusaidia katika kujenga kanisa hili. Tukakaa chini na Father Ignatius na Wakristo hao waliokuwa hapa siku ya leo, tukaa
kama ni wewe, kama ni wa Kisii, kama ni watu wa kijiji cha Cherio, mimi nimetikia mwito wa kukuja tushirikiane kujenga kanisa ya Bwana. Huyu naibu wa rais, sisi tunataka kuhakikishia wewe na rais tutashirikiana na wewe, tutafanya kazi na wewe. Rais pia alikuwa kule hapa, lakini alienda mazishi kule Roma. Jana alinipigia simu akanihakikishia ya kwamba Profesa Kithure Kindiki atakuwa hapa. Na mimi ukienda, nataka uambie rais hivi, nataka kumshukuru kwa sababu hii kazi unaona hapa sio mimi abatebya abageni ngoza mole paka mukuru abageni budgeti karibu. Asante sana Jafo. Kwa kimoko muruka Jafo. Cheo bitego se Jafo. Abantu nateba Jafet. Na Jafet. Bas. Mbia mwezi pi. Njewe nguru Patrick Kibagendi Osero. Kibagendi ni oriya ya raia. Kibagendi ni oriya ya raia. Aya, yo raia. Asante. Iriada nandori mugakirio kaiga. Bamura abangire na umugara ingina jetu kunyumira mapema. Bas. Njimuna nabade nguru gweri yata Kibagendi neria ya. Betut. Mama yarwete iseja. Weyure. Mama iseja. Mama marudi ngonje no mwengi bwa Getutu umubona wagwa ongu nayo mu no gotangajuga yani okori gwe discoka ndino mwengi bwa Getutu ninjo mujumbe burabu yansiongo ngina jiko Jumlahnya dengan berbuat Kibagendi dia raja, ini pun mama yang ada di sini, ini, mana di sini, mama mahu itu, ini cuma berbuat ada tu, ini mana wajar, orang kenal orang berbuat ada tu, orang berbuat jadi berbuat ada tu, ini cuma berbuat Nansiwa hizi jabu bwana. Mama anaanzia. Wewe kama ndio unaanza. Hapo ndio ndio. Wewe ndio unaanza. Jabu unaanza. Kile ndio unaanza bora. Wewe ndio kwa mjambi, mjambi. Bas, sasa ndio kwa mwananchi. Kwa hiyo ndio kwa vile kujielewa ni bwana. Kumara moja bamri. Maguri. Maguri. Kama
Machoge Borabu, huyu msichana amechaguliwa katika chama cha UDA, amekuwa nominated na chama cha UDA na ni msichana mchapakazi, na vile mnamuona hivyo, vile anakuja hivyo, ako peke yake namna hiyo, anakula mshahara peke yake, anatafuta mtu ya kukula na yeye mshahara. Vijana wako hapa, muangalie vizuri, pole. Sasa angekuwa na mtu ya kumshika hangeanguka. Karibu sana. Tuango pole kitambaa. Aba Kristo ba marani na abakwani rimbu ya more. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Kabla sijaanza, Mheshimiwa Naibu Rais, karibu sana katika eneo la Kisii, Kitutu Chache North. Mheshimiwa Aaron Cheriot ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la Seneti, karibu pia Kisii, na wajumbe wenzangu wote ambao tumeambatana nao kuja sehemu hii. Abantu baminto njoyongo kwana ninjoyo Kenyuri esi Nyaituga nigondwete bo Machoge Borabu naende nkabenya roka ya Nyagosire neribogecho motereki mchujo oyo gaterekire siasa bosonge posta aria siganda ganyake ndege yo abangi na iririata abuna bageni bakorenta chibesa to bachengere yamono baiririatere ekwaya iririata iririata abangi na chibesa chigocha oyo ningoyo gose ndire osoro mateha ningoyo eriso nsoto tabi moga nikyo itoka Ikaransense oyo akoro ku Oscar Kipchumba Sudo Muchumbo Kapsaret. Toi Karansense. Enabate ya bageningo chabale baka mukumi. Lerongo kumumule. Mwanyako barora. Ngoze lituko lilindero. Tokwa ngaje kanisa yejo. Mbaka tonye kore. Mungu awabariki. Mheshimiwa Esi, endelea. Mbia mono omweshimiwa Jafet Nyakundi naende tiganga kembia mono nga ekero na asirimo mrominto ngwatenena na inche igo abagetutu bano mubwato mujumbo muya naende kabanere eria kabere nanateba ninjoyo Kenyuri esi Nyaituga nigondwete bo Machoge Borabu muogechi enyaroka ya Nyagosire neribogechi omotereki mchujo erizonache raga iga amangana atatu egentege tangani ninganche tegasie kanisa asengencho yegasie kanisa na Nyasaye na kinonyeri bageri nari nyorete igonche no monto sigete Nyasaye naende nonye n'abakatoliki momanyetenga chinga kichonsi mubwate mesangiro kayano ya ino naende kero mbwate bibaga ngochinde nacha eria kabere ekanisa ya Catholic ne kanisa egokini chisemi ase birengo bire iguru na inche gwetere kiombegeri kiane kia Esio Kenyuri Nyaituga Foundation
Moisonde na chae skuru ya Masakwe nkarwe vitabu asabana be skuru. Ekikere kerengeke modnie kanisa ya Catholic asogo kini ebirengo byekisemi gusiyi. Omo erio abangina abamura mama Katoliki ngoro kingoko boko. Ekwa ya mama Katoliki ase bunge yesene pingo ntegerra muri. Nimbege tomo swada bwaba onchereri abakabake. Abangina buna mokonya koni ebinto chichiro gari moche gochandwa. Omo swado yuo tigarira keigo oberi chiko. Monto taba kuna ekero mokweri geri morageri abana nechi family chia ino. Kingo kora inche nigo nganche taba getutu mono ekiagera inuna inabantu mokwari abageni ekero bachire una inche nago kigu ekero mwangariganiriga iga naende bunomo jumbo inateba nje tindi gotwara mangana mange nganchere nkore rabu ndwege toro kiane ya 20,000 mbia mono ngakibole tena na Kristo. Ndugu yangu mheshimiwa mkarabati mwenyewe, ndugu yangu Oscar Sudi kutoka Kapseret, karibu sana hapa Kisii. Yule Oscar Sudi mnaona kwa TV, yule Oscar Sudi mnasikia, yule Nyeneza kule Kapseret, yule Oscar Sudi ambaye anapanga serikali mpaka serikali inakuwa. Huyu Oscar Sudi ndiye alipanga serikali ya Kenya kwanza wakiwa na wale viongozi wengine, ndio kwa maana tuko hapa siku ya leo. Makofi ya kwanza, 1, 2, 3. Niko na ndugu yangu mheshimiwa Kororia, nimemuona kijana mkakamavu. Makofi kwake, 1, 2, 3. Karibu sana. Niko na ndugu dada yangu nimeona pale, mheshimiwa wa Moradha, mama kutoka kule Kiambu. Huyu mama anaongea kwa redio kama kitu kingine. Makofi kake. 1, 2, 3. Naona pia ndugu yangu kutoka Kiambu, kijana mkakamavu kabisa, pia yeye amekuja hapa. Ndugu yangu karibu sana. Nyote mumekaribishwa hapa. Sasa bila kupoteza masaa nataka nimuite ndugu yangu kutoka Nairobi, kijana mdogo yule mnasikia kwa TV, ndugu yangu Jalango. Jalango mwenyewe. Karibu sana ndugu yangu. Huyu ni rafiki wangu wa roho. Abantu ba Kitutu Chache North. Biamore. Warosiri. Very good. Omuchumbe wenyu Jafo Nomo Isani one kabisa. Rafiki yangu wa karibu sana. Kabla sijaongea, wacha nichukue nafasi nichukue nafasi in the same protocols. Deputy President, our CS of Education is here with us. Nilisema lazima nifike kwa sababu mimi na yeye tulipoingia bunge kama first time, mimi nilichaguliwa kwa chama cha ODM, yeye akiwa amechaguliwa na UDA, lakini yeye ndio akakuwa rafiki wangu wa karibu zaidi. Wakati nilikuwa na rambea wa mama siku kama leo mwaka uliopita, yeye mwenyewe alifika hapa na nilisema lazima nifike mapema. Jana niliingia hapa mapema, nikalala hapa Marani. Pali inaitwa Marani Simba Lodge. Unajua Marani Simba Lodge? Sasa nikiwa hapo, ni pali ndogo hivi, nikapata kuna baraza fulani inaendelea.
watu kama 12 wamekaa kando hivi wanaongea. Nikasema wacha niweke masikio yangu karibu nisikie ni akina nani. Kumbe ni baraza ya Abarogi. Ni wachawi walikuwa wamekaa hapo ndani wanaongea. Wanasema vile Jafo amewaharibia kazi. Ni wale wa kukimbia usiku, kwa sababu Jafo ameamua kila pali stima. Sasa pali ya kufanya kazi yao ya usiku ya mbio hakuna. Alafu hapa chini bado unajua Jafo ameweka hii stima yenye ukikaribia ndio inawaka. Sasa ukikanyaga chini ndio inawaka. Na amesema tena kwa budget inaongezwa stima hapa Kitutu Chache North ikuwe inawaka yote. Barabara pia ameona amemaliza pale. Yani ni jamaa first time, na sisi wengine hata tutapitia huku siku moja kuangalia vile anapanga kazi. My friend Jafo, thank you so much for honoring me and making sure that I can come here and be with your people. Watu wa Kitutu Chache North, nikirudi Lang'ata nisalimie watu wa Lang'ata. Wapi salamu za watu wa Lang'ata? Asante sana. Na moja wao yuko hapa, mimi ndio mbunge wake, deputy president wetu anaishi kwangu Lang'ata. Mimi ndio mbunge wa rais wetu William Ruto anaishi kwangu wapi? Lang'ata. Mimi ndio mjumbe wao. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nimeleta mchango wangu wa 100,000 Kenya shillings. Huyu ni ndugu yangu anaitwa Jalango. Amesema alilala hapa Simba Lodge. Siko sure kama ni ukweli, lakini kama ni ukweli naomba Mungu hujatoka na mtu hapa kwa sababu najua bibi yako. Asante sana. Unajua Jafo, nilikuwa namwambia mimi nilifanya kazi huku kwa muda mrefu sana hapa Kisii. Nilikuwa nafanya ile kazi ya polio, ile ya kuchanja watoto. Nilikuwa nabeba ile mizigo kwa mgongo. Tulikuwa tunatoka pale naitwa Nyandoche Ibere, alafu tunaingia Nyamsiongo, alafu tunakuja Metamaiwa, tunakuja Keroka, tunaingia Ichuni juu, tunaingia Mabuko, na kuja paka Yanchere, paka Keumbu, paka ndani ya Bosongo hapa. Sasa hapa niko nyumbani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tunataka kukushukuru Mheshimiwa Jalango kwa sababu ulitusaidia hatukupata na ugonjwa wa polio. Mungu akubariki zaidi. Sasa ninataka nimuite ndugu yangu Mheshimiwa kutoka Nyaribari Masaba, Nyaribari Chache, Mheshimiwa Zahir Janda. Kijana mdogo mweupe. Niliwaambia huyu ako na pesa zote. Pesa zote. Karibu ndugu yangu Mheshimiwa Zahir Janda. Kutoka Nyaribari. Unaona mimi ni mfupi sana, inua juu kidogo. Asante sana. Na wako anire Biamore naende. Wacha tusalimiane kwa hewa, tusalimiane. Biamore sana. Your Excellency, the Deputy President, waziri wetu, Father, viongozi wote wenzangu ambao wamekuja hapa siku ya leo kwa fujo, kwa kusaidia kuchangia hii kanisa. Kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Zahir Janda. Mimi ni mbunge kutoka Nyaribari Chache. Nimefika hapa kwa sababu huyu ndugu yangu Mheshimiwa Jafo ni rafiki yangu wa karibu sana, ambaye huwa mara kwa mara ninamuita huko kwangu, anakuja na ananisaidia. Kwa sababu leo tuko na viongozi wengi ambao wametoka mbali, mimi sitasema sana. Leo tutawapa wageni wetu nafasi waje waseme, kwa sababu mimi niko nyumbani na nitakuja siku nyingine niseme. Lakini kabla nimalizie, Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwanza kabisa sisi kama jamii ya Wakisii
tunataka kumshukuru Rais William Ruto kwa kumchagua waziri wetu Mheshimiwa Migosi Ogamba kwa hiyo nafasi ambayo amekaa kama waziri wa education. Asante sana kwa hii serikali yetu. Ya pili, Mheshimiwa Naibu wa Rais, unajua kwamba Your Excellency, unajua dawa ya deni ni kulipa, si ndio? Mheshimiwa Naibu Rais alikuja kwangu mara 2 kunipigia debe, na akawaambia watu wa Nyaribari, huyu kijana nimepima, nimeona atakuwa mjumbe, mumpatie nafasi awe mjumbe, na watu walikubali. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais ulisema kwamba nikichaguliwa nikutafute, siku moja utakuja. Kwa hivyo leo, kwa sababu uko katika Kisii yetu, ninaomba nikualike siku moja uje uchangie makanisa zetu za Nyaribari chache pamoja na vijana na kina mama pale. Mheshimiwa Naibu Rais, mimi nataka kukuambia, tafadhali ukimwona rais, mwambie mjumbe wa Nyaribari chache amesema asante sana, kwa sababu toka nichaguliwe safari hii serikali ya Rais William Ruto inaanza kujenga barabara ambaye imekuwa ikitusumbua Nyaribari chache, barabara ya lami watatangaza in the next 1 week. Asante sana Mheshimiwa Naibu Rais. Basi kwa sababu leo tumesema tuko na viongozi, nimemwona leader wangu wa Senate Mheshimiwa Aaron Cheriot na wenzake, asante sana. Na kwa sababu huyu ndugu yangu Mheshimiwa Jafo umuntu oyo nomusanione sana akamumuraka nomusanione sana. Kwa hivyo wewe Mheshimiwa, mimi kwa sababu ni mtu mdogo sijajipanga, nitapatiana shilingi $500,000 kwa Mheshimiwa Jafet Nyakundi. Asante sana. Kwa hivyo hii ni shilingi 200,000 na ninamuongeza 300,000, inakuwa $500,000 tampatia huyu ndugu yangu. Asante sana. Nyasaye abasesenie biamono sana. Oterie 1,500 nusu emilio ngakiboteba tunabadebyo muntu namwadebeza nende nomusani one nagie Banyaribari bamotore tabwate nkole ya se. Sasa nataka niende mpaka kule Nyamira tena nimuite ndugu yangu sasa kwa haraka, ndugu yangu wakili jirani Mheshimiwa Steve Mogaka. Ile barabara Mheshimiwa Naibu wa Rais, hiyo inatengenezwa ambaye rais alianzisha, inaenda mpaka kwake na inaenda mpaka kwa Mheshimiwa Kibagendi. Sisi ni watu wazuri, tunasaidia mpaka majirani. Karibu ndugu yangu Mheshimiwa wakili. Abakristo murega, tumsifu Yesu Kristo na milele na milele. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa waziri wetu, Mheshimiwa kiongozi wa super majority kule Senate, wajumbe wenzangu, Father Mogaka, na kule kwangu ni West Mugirango. Nimeleta salamu ya parish yangu ya Nyamira ambao ilinihubiria na Father Masese nkobwata murama iga Father Masese nechi parish yonsi ya Nyamira. Nashukuru Mungu kwa sababu nimeweza kufika. Nimekuja kwa sababu 2. Sababu ya kwanza ni kuwa huyu mjumbe wa Kitutu cha Chemufu ni mtoto wa sister yangu Milka. Umeweza moyo no muone. Uroje tagwe tisa wabongina.
lakini achera kogera uyo gawete aba West Mugiranga aliasimama aba aruete. Ya pili, nimekuja kwa sababu mimi ni mcha Mungu na nimesema wakati mnajenga kanisa yenu, sisi watu wa West Mugirango tutakuwa na nyinyi, na ndio sababu naomba wakati mwafaka nishukuru rais wa Kenya kwa kumchagua my professor of law Professor Kindiki kuwa naibu yake. Tafadhali shangilia deputy president wetu na makofi ya heshima. Yani koro wetu mwalimu wansometi ale deputy president yeyere buyago sere bobe alafu amanye gochanga umwanafunzi yoyenta hiyo kumusabira muri serikali ya miaka yetigarete ibere bakorega se banyegerie se namagendero. Sababu yangu ya mwisho ya kuja pia ditungane tushukuru Mungu kwa yale maendeleo ambayo tumepata sisi kama viongozi. West Mugirango igona agenda ngatobo alimo lyoka iga chisukuru chikabachie tire international baka bakaza kunda mabuna li chumbe gaki moko na mobakani abantu ali bakunda manga li chumbe bagendera kunda maigo ganko raso gotebanga. You are extremely lucky abantu ba Kitutu Church North. You are extremely lucky to have an MP like Japhet Nyakundi, and I want to pray that you continue electing him, and I want to encourage you, Omoigwa, continue working with the government, and as long as you are the national treasurer of the ruling party, as long as you are the face of government here in Gusii, no bomo bwoko so kitibese kiria 4 trillion shillings kie budget chigotangazwa kero mutinyo sita bomo mboyo boko to irande onye ndori kobeke pipe to so kitibese kiria nenjera yoka yo bere erona kobeke pipe no nyene kara korosie pareria ye lami igekogenda yasoka bumburia yagenda pake ike bunyunyu igomba goteba ngantige ese pale yere ngende kwa keriogi wakira abantu jinkobi ba mambi na mambiende Kenya saba seseni wate sadaka yane na nche na koletera 30,000 shillings oletire mirongo 3 na kimoteba ndio mwana wakili. Sasa nataka nilete hao vijana rafiki zangu wote, form 1 wenzangu, Kororia wa Moradha wote tukuje hapa mbele. Tukuje hapa pamoja, mheshimiwa Kororia, mheshimiwa wa Moradha, tukuje hapa. Ndio tupige mara moja. Naomba. Nasikia masaa imekuwa mbaya. Wakijitayarisha kwa sababu wamekuja saa hizi, nataka nimuite ndugu yangu mheshimiwa Alpha Miruka tafadhali. Sasa masaa mbaya dakika 2. Tumsifu Yesu Kristo. Milele milele amina. Bwana asifiwe. Jambo langu hiyo. Bwana asifiwe sana. Hapa kitu amoro. Ama ene moro. Omujumbo ni kyakorokwa. Chaveti. Chavo. Na kitaka nyoro mwana. Ngapimoko kwa mwana huyo. Your Excellency the Deputy President, the Minister and all protocol observed. Tuko na waheshimiwa wengi sana tumekuja kuwasaidia mchango. Mimi naitwa Alpha, mimi mbunga Bomachoge Kisii hapa. Omwana pastor. Omwana mwalimu. Tinye tukuli mangana mange. Ndage tuzige raba gani watatabia mangana batinda tuko batabidi ngane elimu liengenjo. Number 1, anchoyo minu unabuya njitawe manene. Number 2, anchenya saa ne nkoro ya oyons. Number 3, anche serikali robono na otokuragira kuruwe. Saa ya make ajafujwa. Umoja
Mheshimiwa Alpha Miruka Korwa Machoge Chache Otemiro Toire Erwa Msinga Kimawadela. Niko na rafiki yangu hapa kabla niite engineer, niko na rafiki yangu hapa anaitwa Yusuf. Huyu Yusuf yeye haongei lakini amekuja kutusupport. Ni rafiki yangu sana, ametupatia 500,000 Kenya shilingi Kimawadela. $500,000 Kenya shillings. Ni rafiki yangu sana, amekuja kutusupport. Sasa nataka nimuite engineer Oscar Suni aje. Haya, naona kama program imebadilika kidogo. Sawa sawa. Sasa kabla vile waziri anaendelea kukuja nje, Mtagete, we support this government because this government has already shown us enough support kama watu wa Kitutu Chache North. Barabara hii serikali imetengeneza. Stima tuko na over 500 million ya stima kwa hii constituency. Ile mkataba rais ameweka na watu wa Kenya ni maneno ya elimu ambaye ameandika walimu. Ile maneno ya ukulima, bei ya kahawa imepanda, bei ya majani chai imepanda. Mwaka huu hatukuagiza sukari hata tone moja kwa sababu ya ile mipango rais ameweka. Tuliwaambia maneno ya universal healthcare. Rais amejumuisha kila mtu katika mpango huo. Maneno ya masoko, maneno ya housing. Mimi nawaomba tushirikiane na serikali hii kwa sababu serikali hii ile mambo ilituambia inaendelea kufanya. Yule ambaye atapinga serikali hii ataipinga kwa sababu labda anachukia naibu wa rais, apendi sura yake ama apendi sura ya rais. Mimi naomba tushirikiane, tokolega asiamo. Mbarenga bachirengo kwa tolega asiamo. Mbarenga bachirengo kwa tolega asiamo. Aendetre chimese chiane au wajumbe wakiendelea kuja. Nikipatia waziri, nipatie hiyo pesa yangu hapo. Kuja. Abantu wa mindu na wakwa ni mwezi mbiamore naende mmogo waketawa ni wachira igerero mmogo waketa kabisa. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President, the Leader of Majority in the Senate, all the MPs here present, our father Ignatius, who is the host of this function, my area MP, Japheth. Nataka kuchukua nafasi hii kusema ni asante sana kwa kupanga hii function. Mimi nakumbuka Julai 2022 tulikuja pale kanisani tukaombewa tukitafuta kura, na father akasema anataka kanisa ijengwe, na tukasema tutarudi huku tufanye hii mchango. Sasa naona hiyo ndoto imetimika kwa sababu wageni wamekuja hapa wengi ili tufanye hii mchango. Mnafurahi? Mnafurahi? Ile 2022 sisi tulikuwa tunatafuta kura, Jafo alikuwa anatafuta kura. Hii kiwanja hii mahali tumesimama tulikuwa tukubaliwi kufanya mkutano yeyote hapa. Kwa leo kukaa hapa ni miujiza ya Mungu. Ni miujiza ya nani? Na kwa sababu hiyo tumesema lazima tukuje tusaidiane ili tujenge kanisa. Sitakuwa na mengi leo ya kusema isipokuwa kusema ni asante serikali kwa ile kazi nzuri tunafanya. Mnaelezewa vile haijawahi kufanywa from 1963. That is being done here now. For a long time we were missing those things. Hii serikali imetuchunga na inaendelea kutupatia maendeleo. Ndio sababu tukafanya mkutano, tukasema sisi wote kutoka vyama wote
hapa Kisii tufanye kazi tukiwa pamoja. That is why we are all here from all sides of the aisle. Watu wa ODM wako hapa, watu wa UPA wako hapa, watu wa Kenya Kwanza tuko hapa, na tunaendelea kufanya kazi pamoja kwa sababu maendeleo ndio tunataka. La mwisho ndio niite Deputy President ile wasalamia na ndio niite Oscar Sudi ndio amwalike our chief guest. Ni kusema hivi, juzi nilitangaza kwamba certificates za wanafunzi zile ambao walimu wako nazo shule wana hold zikuwe released kwa wanafunzi wote. Tulisema certificates ile ambao walimu wanashika zikuwe released kwa wanafunzi, na ile siku nilipeana imeisha. Kutoka next week tukipata ule mwalimu ambao hajatoa ile certificates tutamchukulia hatua. La pili, certificates ya 2024 KCSE zinatolewa this coming week. Tafadhali walimu, ita wanafunzi wakuje wachukue hizo certificates ili waweze kupata kazi na kuendelea na maneno mengine. Ya mwisho tunaendelea kuenroll wanafunzi wale walipata C+ and above kwa university. Tuliweka mpaka tarehe 30 ya hii mwezi ndio itakuwa ya mwisho. Tafadhali ambia wale wanafunzi ambao hawaja apply kwa universities, kwa sababu kwa saa hii tuko katika 72%. Tafadhali kama huja apply mjaribu mfanye application ndio msifungiwe nje. Kwa hayo machache nataka kualika Bwana Oscar Sudi akuja aongee, alafu aalike mheshimiwa wetu. Na ile timu yangu naweza kuniletea hiyo pesa yangu na mimi nitoe. Haya, wewe leta pesa Wasiri haraka. Hiyo 450,000. Na huko principals Haya, mupigie Wasiri makofi moja. Watu wa Kisii, kwani mko na njaa? 1400, 500, 1550. Asante sana watu wa Kisii. Vitu za Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnataka pesa? Tumekuja kuchanga pesa ya kanisa, so tuchange pesa kwanza. Unajua mimi mtu ya mawaya, mnajua mawaya, kuunganisha mawaya. Wajumbe wote kama unajua hujaongea kuja hapa na pesa yako. Ninyi wote, kila mtu akuja hapa na pesa yake. Na nyinyi mnyamaze hapa, mnyamazeni, si ndio? Ndio mwate mjua watu wametoa pesa ngapi. Wacha naonesha mawaya, tunakuja hapa mchezo. Bas, huyu jamaa mnamjua? Anaitwa nani? Anaitwa Didmas. Kutoka wapi? Bungoma. Dakika moja Didmas. Asante sana watu wa Kisii. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie kama mnaniona, nisalimie. Mimi niko na maneno matatu peke yake. Jambo ya kwanza, nimefurahi sababu waziri wa elimu anatoka hapa. Si anatoka hapa? Mimi nataka nimwambie ule waziri wa elimu aongeleshe walimu. Saa hii hapa Kisii pamoja na Bungoma na area zingine ndio tumepanda chakula, ndio tumepanda mahindi, ndio tumepanda maharagwe. Mambo ya walimu kupeleka watoto shuleni, waende nyumbani wakuje na maharagwe jigogoro 2, korokoro 3, wangojee mpaka wazazi hawa wavune maharagwe kwanza ndio watoto waanze kufukuzwa wakitafuta mahindi na maharagwe. Jambo ya pili ambayo ni ya muhimu sana, tumepigana na vita ya pombe haramu kama serikali, lakini kama hii vita ya pombe haramu kama serikali tunapigana, bado watu wanakunywa busaa. Mimi nataka tubadilishe mfumo. Tunataka wale watu wakunywe busaa na chang'aa washikwe siku ya Jumapili asubuhi, alafu wapelekwe kanisani kama hii ya Katoliki hivi, waombewe waache kukunywa pombe ya busaa na ya chang'aa.
kwa sababu tunapigana na vita ya busaa na chang'aa, na yule askari mwenye kukamata wale walevi, yeye asipokunywa anatetemeka mkono namna hivi. Sasa inakuwa hiyo vita tukipigana nayo, hiyo vita hatuwezi shinda. Ya mwisho, nataka muunge mkono serikali hii ambaye inaongozwa na William Samoei Ruto na Profesa Abraham Kithure Kindiki. Tuiunge mkono, tukarabati uchumi, ndio uchumi ikikuwa sawa sawa. Hata hii sheria ya cash transfer program pale mbele tubadilishe, ndio si tu lazima wale wazee wa miaka 60 wapatiwe. Kama uko miaka 60 na wewe una pesa, unatolewa kwa ile program. Iwekwe ile program hata kama uko miaka 40, uko miaka 45, lakini unatembea kama mtu ako na miaka 80, uchumi mbaya hapo uingizwe kwa hiyo program. Kwa hiyo mengi na machache, Mungu awabariki sana. Wacha kuvuza watu ukora wewe Didmus. Haya, tunaenda mpaka kule Kafuru South wa Ng'ombe. Ni rafiki ya Jafo sana. Pigeni ya makofi. Na ametuletea shilingi 1,100. Watu wa Kisii, hamjambo? Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa padre, unajua mimi kidogo ningekuwa Mkatoliki, mimi ni Mkatoliki na kidogo ningekuwa padre. Na nikaenda seminary, nikasoma miaka 4 hapo kidogo, lakini mambo ikaenda mrama, ikaharibika. Nikaambiwa kwanza niende nikafanya hii kazi nyingine ya microphone. Lakini nikasema ni sawa, si bado tunahudumia wananchi. Sasa mimi nataka kuunga mkono haya mama amesemwa na Didmus kwamba wakulima bado mahindi hawajapata kuvuna. Lakini pia hapa najua kuna wakulima wa majani chai. Kuna wakulima wa majani chai hapa? Mko wengi? Sasa mimi tunahudumu na director wenu huko anaitwa Mombasa, na mwingine anaitwa Vincent Arisi katika KTDA huko mbele. Na mimi najua naibu wa rais hapa kuna shida kidogo ya wakulima wa majani chai. Mapato yao yamekuwa kidogo na tunaomba usaidizi. Najua rais alikuwa huko Uchina wiki iliyopita na amepata soko ya kadri ya milioni 50 na 150 kilo ambayo itasaidia hawa wakulima, ile chai yao imekwama huko Mombasa ipate soko. Kwa hivyo kusaidia hapo, hawa wananchi watafaidika sana na wataweza kupeleka watoto wao shule. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, twende Kiambu kwa mama wetu wa Muradha. Unajua huyu mama? Unayemuona? Simpigie makofi. Tuone vile anang'ara na ni rafiki ya Jafo sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Wakatoliki Mungu ni mwema na kila wakati. Nami naitwa Ann Muradha, Mama County Kiambu, na ni rafiki wa Jafo na pia rafiki wa Doris ambaye ni woman rep wenu. Hao watu ni watu wa maana, mlituletea ama si wa maana? Si mimi mlileta watu wa maana. Sasa mimi nimetoka Kiambu nije niwaulize tu swali moja. Mnataka kazi ama siasa? Mfanyiwe kazi ama siasa? Mnasema President William Ruto afanye kazi ama alete siasa? Deputy President ako hapa, Profesa Kithure Kindiki, alete kazi ama siasa? Jafo mmesema ni kazi ama ni siasa? Doris Donya ni kazi ama ni siasa? Kwa hivyo tuendelee, tufanyiwe kazi na tufanye kazi, ndio Mungu naye azidi kutubariki. Tumekuja leo kusimama na kanisa kwa sababu pia sisi ni Wakristo, na kama vile nimeambia wale ambao tumetoka mahali nimetoka, sisi katika serikali yetu ya Kenya Kwanza tunachunga jamii na pia tunachunga, mimi nachunga pia hata wamama. Na Doris Donya ameniambia nisisahau kusema wamama, hata kama tumeokoka na tunapenda Yesu, tafadhali tuchunge wazee. Sio kukuja hapa tu ati kuimba, kufurahisha kanisa, kupatia wachungaji maji moto. Mchungaji utakunywa tu maji moto na mwenye amekuwa hata baridi huku mpatia. Chunga mzee kwanza, alafu kuja kanisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nimesimama na kanisa na 1,100. Asante. Asante sana. Umesikia hiyo maneno? Unajua hapo ndio sisi tunapenda wanaume. Mtatuchunga? Wewe nani mtatuchunga? Twende huko Katundu North. Anaitwa Korariare, rafiki wa Jafo sana. Karibu. Watu wa Kisii, Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time.
hapa sana? Mko na njaa? Mko na njaa? Sio pande hii ndio kuna njaa sana. Msijali, hata hatutaongea sana, ni kumaliza tunamaliza. Lakini ukiona deputy president amekaa hapa na nyinyi mmekaa hapo kutoka asubuhi, leo mkienda nyumbani mtaenda na kila mtu pesa ya unga. Simona, sasa mmefurahia. Naitwa Njoroge Kururia, mbunge wa Gatundu North constituency, na mimi ni rafiki ya Nyakundi. Mimi nafanya kazi na waziri wetu Ogamba. Mimi ni wa committee education, na pia mimi ni rafiki wa Zahil, na nimetoka pale Kiambu County. Tumetoka pale Eldoret, tukasema tukuje tushirikiane na nyinyi kujenga kanisa, na nitasupport kanisa na shilingi 1,100. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Kururia. Bas, tuende huko kwa kona huko. Unajua huyu mtu? Ni watu ya Kisii. Unajua huyu mtu? Hamjui mtu kutoka Kuria? Robi. Ana jirani wenu hapa. Karibu Robi. Salamia watu, niwaambia wanakaa wako na njaa. Inakaa mko na njaa sana, si ndio? Tumsifu Yesu Kristo. Mko salama? Sisi huko Kuria, wageni wakitutembelea tunafurahi sana. Huyu Jafo mnaona hapa, walikuja huko Kuria tukafanya mchango kama hii. Na wakati walikuja tulikaa na hakuna mtu analia njaa. Mnataka kulia njaa ama mnataka pesa hapa? Unajua hata wadosi bado hawajatoa pesa. Naibu Rais, mimi nataka nichukue nafasi hii kukaribisha hapa Nyanza. Na hii Nyanza sisi tunasema wewe kuanzia sasa vile umepata hii nafasi, tunataka utembee Kenya mzima. Hatutaki mambo ile mtu anatuambia ati wewe kwa sababu unatoka Tharaka Nithi ati hapo ndio utafanya kazi. Ati kwa sababu unatoka Mlima ati hapo ndio utafanya kazi. Ati kwa sababu wewe sijui ni kabila gani utafanyia hiyo kabila kazi. Sisi tunataka rais yule anatembea Kenya mzima. Sisi tunataka naibu wa rais yule anatembea Kenya mzima. Sisi ni wabunge na tunatembea Kenya mzima. Kwa hivyo kama ni naibu rais ama rais, na ndio maana nataka niwaambie hapa mbele watu wa Kisii. Wa Kisii na Wakuria unajua ni jamii moja. Na sisi Wakuria tukiamua, tunaamua kura yetu tunaweka kwa pamoja. Na wa Kisii nataka niwape ushauri. Msidanganywe na mtu moja anawaambia ati yeye atasimama hapa ati ashinde kura rais. Hiyo ni uongo ya mchana. Na yule saa hii mwenye anawaambia na alishindwa kazi ati leo atapanga watu kwa line waje washinde kura. Hii serikali ya UDA imejipanga kujipanga. Kama walijikusanya mpaka na rais mstaafu wakawa sijui na nani na wakashindwa, mtu akiwa kwa kiti kubwa, na leo anakuja kukuambia ati anaweza tafuta rais, hata mimi nikisimama na mimi nitamshinda. Hiyo nahakikisha. Asanteni sana, mbarikiwe. Kwa hivyo watu wasiwadanganye hapa. Na mimi nataka kuambia huyu Jafo tuko naye hapa amejipanga kwa sawa sawa. Simulisikia leader of majority alisema hata 2032 kuanzia huko anaweza tafuta kiti kubwa. Basi mshikilie huyu rafiki yetu. Asanteni sana, mbarikiwe. Mkarabati. Na mimi niko na hapa na pesa. Basi. Uko na sababu. Asante. Kwa sababu wewe ni senior, nimekupa nafasi kidogo. Ametuletea shilingi 1,100. Bishop wa kanisa hii. Tumekuja kama tumechelewa, lakini utusamee. Tumekuwa na kazi nyingine kule Eldoret ya kanisa kama hii, lakini kwa sababu ya heshima ya mbunge wenu, mbunge first term, lakini ile kazi anafanya kule bunge, ile kazi anafanya nje hii, ile ushawishi yako naye iko juu sana. Unajua niwaambie nyinyi watu wa hapa, wakati Jafo alikuwa anasimama, hata mimi nilikuwa na ndugu yangu alikuwa anasimama, lakini huyu Jafo wakati alikuja bunge
ni jamaa wa ajabu. Unaweza fikiria amekuwa bunge hili na sisi kwa tamu 3. Mimi nataka niwaambie mumshikilie, sisi tutawashikilia. Tutarudi hapa kufanya kazi ya wamama, tutarudi kufanya kazi ya vijana ya bodaboda, tutarudi kufanya kazi ile nyingine yote, bora huyo Jafo atuite. Na mimi nimekuja hapa, sijakuja hapa kwa sababu ya kazi nyingine. Huyu Jafo amekuja kwangu mara 4 na mimi leo nimekuja mara 1. So bado niko na mtanikaribisha. Kwa sababu wananijua. Si unajua mimi ni mtu ya kuungana. Mimi naunganisha ngela mawaya namna hiyo. Na unajua mimi nashangaa. Mimi nashangaa na hawa viongozi kama huyu ndugu yangu ametoka hapa sasa hivi. Hii mnaongea kuhusu maneno yenye sielewi. Muachane na ule jamaa hapa kwenu. Jamaa ametoka tu Amerika, hata hajaongea mnapigie kelele. Hako na makosa gani jamani? Ule mtu anajua na wanajua ile vitu alifanyia nje wajua na Uhuru Kenyatta. So watu watulize boli. Mwache kupigia ule mtu kelele. Hajasema kitu, ameshuka tu, amekuja kusalamia nyanya yake, amekuja kusalamia wazazi wake na sisi nyinyi mnapiga kelele. Watu wanapiga kelele mtu hajaongea. Hajafungua mdomo kuanzia afike. Nataka nichukue nafasi hii kuambia watu wa Kisii. Mimi ninajua kwa muda mrefu hii mmekuwa kwa upinzani. Hii ni mara ya kwanza mmekuwa kwa serikali ya karibu kwa miaka ichache iliyo hapo ya nyuma. Nataka mjue na msikie. Hizi mabarabara zinajengwa, hii affordable housing, hii masoko. Unajua watu wengi wanakuja wakisema uongo, sijui nini, sijui nini. Mimi nataka kuwauliza nyinyi kwa sababu nyinyi watu wa kanisa. Wewe msichana akitolewa leo apate mimba. Hiyo mimba inachukua miezi ngapi? Si miezi 9. Kitambo mtoto akunywe uji mpaka kule Githeri inachukua muda gani? Sasa hii serikali ya William Ruto ya mwaka 2.5 unasikia wanasema sijui nini, yule anasema sijui nini. Nimeona hata mwingine ule former akituleta jana. Mtu aliharibu nchi, alipora nchi. Na ile leo nimemwambia aende gym kwa sababu ile alipora nchi mpaka hata yeye mwenyewe anakuwa tofauti kidogo. Awachane na hii nchi. Wacha sisi tuje tushughulikie kanisa, tushughulikie mama mboga, tushughulikie watu wa bodaboda, tufanye hiyo ndogo ndogo. William Ruto na Kithure Kindiki wajenge lami, wajenge soko, wajenge mashule zetu, au mawaziri washughulikie watoto wetu wasome. Hiyo ndio kitu tunahitaji katika taifa la Kenya. Na hatutaki mtu kutuambia ati rais anafaa kwa kona ile. Hatutaki mtu kutuambia ati deputy president huyu Kindiki akuwe mtu wa mlima. Tunataka usawa kwa Wakenya wote. Kila mtu apate haki kama Mkenya. Tuko hapo watu wa Kisii. Mnatuunga mkono? Mnatuambia turudi hapa siku nyingine tena? Hebu nione kwa mkono wenye anasema turudi hapa siku nyingine tena. Wacha sasa nichukue nafasi hii. Nitoe pesa yangu kwanza nitoe majority. Mimi pia kwa sababu huyu kijana wenu ni rafiki yangu sana, nimekuja na pesa kidogo, milioni 1 naweka hapa na sasa wacha nipatie leader wa majority wa Senate wetu, alafu atakaribisha SG wa chama atakaribisha naibu wa rais. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante Mheshimiwa Sudi, wapi makofi ya Sudi? Asante. Basi naibu wa rais Profesa Kindiki, waziri wetu Migos, viongozi wote ambao wako hapa, Father misa ya leo na waumini ambao wamekuja kutoka parokia hii yetu, wananchi wote wa hapa Kitutu Chache North, naomba ni wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Biamuno naende. Asante. Mimi nimekuja pia sababu mimi ni jirani yenu kutoka hapa Kericho. Unajua kwa Kikwete tunaamini wakati jirani ako na sherehe vizuri hata wewe utembee uweze kuona kama kuna mazuri pale. Kwa hivyo ninawaletea salamu ya ndugu zenu kutoka pande hiyo ambao wamenituma. Kabla ya kuja hapa nilikuwa katika kanisa ya Katoliki inaitwa Kaboloin, na wakati niliwaambia ninakuja katika parokia yenu wamenifungia salamu na wakasema fikisha salamu waambie happy church watu wale wote ambao utawapata pale. Ya pili, nimekuja kwa mwaliko wa huyu Mheshimiwa Japhet Nyakundi, rafiki yangu sana wa karibu. Ni mbunge ambaye amechaguliwa tu hivi majuzi, lakini ukikuja pale bunge uone vile anasonga na zile manyumba anaingia, utafikiri amekaa bunge miaka 20. Kijana mjuaji kweli kweli, na anatumia hiyo ujuaji kwa kusongesha maendeleo hapa Kitutu Chache North.
Unajua mara mingi pengine mnasikia ile maneno anasema mambo ya soko, sijui mambo ya nini, barabara, mnafikiri inafanyika kila mahali. Unajua saa ingine ni vizuri mtembee na mlinganishe yeye na wale wengine ambao wanafanya tamu yao ya kwanza. Wakiweka scorecard, huyu Japhet Nyakundi hapa Kisii County na pia hata katika Kenya mzima is among the leading lights of young legislators who are pushing development hapa mashinani katika level ambayo haijawahi kuonekana. Kwa hivyo mimi nampatia pongezi sana. Unajua wakati mmemchagua yeye alikuwa tu mjumbe. Kufika pale Nairobi, rais sababu anapenda watu wa pande hii akampatia nafasi. Yeye ndio treasurer wa chama ambaye inatawala. Mnajua chama ya Jafo? Chama yake ni gani? Hebu semeni vizuri. Ati chama yake ni gani? Ni nyinyi mlimchagua kwa UDA. Kwa hivyo nyinyi ni wa UDA. Ati nyinyi ni wa chama gani? UDA. Ile ya William Ruto. Bas, huyu Jafo ndio treasurer wa hiyo chama. Sasa mara nyingi unajua bunge na pale Nairobi kuna kudharauliana inakuanga hapo. Sasa yeye anatumia hiyo kiti mara mingi akituma message ama apigie waziri fulani amwambie kuna soko yangu imechelewa mahali fulani na fulani, anaongeza ujumbe anamwambia huyo ni treasurer wa chama tawala anakupigia. Sasa hata wewe ukiwa minister unanyooka na unaharakisha maneno yake. Kwa hivyo mimi nataka niwaombe tuzidi kumshikilia mkono. Kama tamu ya kwanza ameshakuwa treasurer kwa chama tawala, wakati mtampea tamu ya pili atakuwa nini? Atakuwa ati nini? Atapanda mpaka hata siku moja atakuwa party leader wa hiyo chama, atuongoze na akuwe kitu kubwa kule. Wacha niwaambie hapa Kisii siku ya leo, kuna jambo moja ambaye watu wanasema na wanaficha ficha kwa siri. Mimi namshukuru huyu Japhet Nyakundi kwa sababu yeye amejipanga ndani ya chama cha kitaifa. Ndio maana akizunguka Kenya mzima watu wanamjua, wanajua huyu ni treasurer wa UDA. Unajua Kenya kwa sasa kuna siasa ya ubroka na ukora imekuja. Siasa ya ile ya kuweka watu kwa gunia kama viazi, alafu unazunguka nayo unasema ati ndani ya hii kikapu niko na jamii fulani nataka niuze sijui shilingi ngapi. Tafadhali msiingie kwa mtego kama hiyo. Hiyo ni siasa ambayo imepitwa na wakati. Simama vile mmesema na nimeshukuru. Yaani vile mmesema mko UDA, hata roho yangu ile kitu nilikuwa nitoe nitaweka mara 2 ama mara 3. Kwa vile roho yangu imefurahia, nimekumbe nyinyi ni watu mko kwa network tayari. Na mnajua vile Kenya inasonga. Hamdanganywi na siasa ndogo ndogo. Nyinyi mnajua vile Kenya inafaa kwenda. Na unajua saa nyingine hata hii maneno ambayo inatembea, unajua sisi wanasiasa na mimi ni mmoja wao, lakini mniruhusu niseme sisi pia ni wakora saa nyingine. Sio kila kitu tunasema tunaamini. Hata hawa viongozi wengine wanazungusha siasa ya ukabila na kusema nini ama nini, si eti wanaamini. Hao wanasema wacha tu tuseme, watu wakitupigia kura ule akianguka shauri yake, bora mimi nimepata kiti yangu. Na wengi wao wako kwa hiyo hesabu. Si tunakaa nao bunge, ukiwauliza hata wewe ukiona hii inawezekana, wanasema mimi najali dini, bora mimi nipate yangu. Ya mwisho, sababu tuko na pressure ya time kidogo. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nataka niseme jambo moja kwa niaba ya wakulima wa eneo hili. Hawa wananchi hapa Kitutu Chache North pamoja na wangu pale Kericho ni wakulima wa majani chai. Na mimi nimeshukuru kwa sababu rais vile ametoka nchi ya China amepata soko nzuri zaidi ya ile tuko naye. Na hiyo tunashukuru na tunamwambia rais asante sana. Lakini kuna jambo moja ambaye bado hatujatengenezewa. Karibu mwaka wa 2023, Naibu wa Rais, tulipatana kama wakulima wa eneo hili kutoka Kisii, kutoka Nyamira, Bomet, Kericho, na tukasema ile auction ambayo inafanyika kule Mombasa tunataka ianze kutumia mbinu za kisayansi kuangalia chai inatoka wapi na ni shilingi ngapi. Hii maneno ya ukora ambaye tunaambiwa ati kuna mtu wako na mapua special anajua kunusa chai na mapua yake kila siku inasema chai yetu bei yake iko chini, hiyo ukora sisi tunataka tukatae. Tunataka chai ipimwe kwa njia ya sayansi, ndio kama chai yetu ni mbaya ukweli ijulikane. Lakini kitu yenye mtu tu ameweka kwa kichwa yake hadi chai kutoka Kericho, kutoka Kisii ni mbaya, hiyo maneno sisi tunakataa. Ama mnasemaje wananchi? Tunataka auction ambaye ni scientific, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Hiyo ukora imeendelea kwa miaka mingi na ingawaje hatusemi sana, si ati tunafurahia. We want a scientific auction. Chai inawekwa pale,
njia ya sayansi inajulikana, ile ni mzuri, inapata bei mzuri, lakini sio ile ya kufanya ukora. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, kuna jambo moja pia amefungua juzi. Wakati ameenda China, imesemekana kwamba nchi ya Kenya inanunua kutoka nchi ya China bidhaa za bilioni 600, lakini sisi tunawauzia bidhaa za bilioni 30 peke yake. Wakati rais wetu amefika Pule, amezungumza na wao na kuwaambia, tafadhali fungueni soko ya vyakula, kwa sababu nchi yetu ya Kenya iko na wakulima hodari ambaye wanatoa chakula kingi. Na ninafurahi kwa sababu ni Mheshimiwa Naibu wa Rais, nilisoma ile ripoti ilitoka pale, wa China wamekubali kwamba watanunua chakula mingi sana kutoka sisi wakulima wa kutoka hapa Kenya. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi wananchi ambao ni wakulima, hii biashara ya kupakia avocado kwa lori na kwenda kuuza shilingi 5 kule Nairobi ikuwe ni mambo ya zamani. Serikali ya kaunti itupange vizuri, tuweke chakula yetu iwekwe ndege mpaka China, avocado moja inauzwa karibu 300 400, tupate pesa hata sisi tukae kama watu wengine. Ama namna gani? Kwa hayo mengi na machache nasema asanti. Wakati nitarudi Kericho, nipeane salamu yenu. Niwaambie muwasalimia. Niwaambie mko ndani ya UDA na William Ruto, mtasimama na yeye atembee hapa Kisii. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Wacha pia mimi nipeane mchango wangu wa shilingi 1500, 500,000. Asante sana ndugu yangu. Pole, nimefanya makosa, nimempa tu microphone bila kumtambulisha vizuri. Huyu muungwana ndio katibu mkuu, Secretary General wa chama kinachotawala taifa hili, ile chama ambayo mmesema nyinyi mko ndani yake, chama cha UDA. Anaitwa Hassan Omar. Wapi makofi yake? Karibu Hassan. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Buyanyore. Buyanyore mwende. Asante sana. Wajua mimi naitwa Omari. Kwa hivyo nyumbani naweza kuwa ni hapa tu. Bishop na makamu wa rais, mimi nimekuja hapa kwa malengo mawili. La kwanza, kama wengine wote walivyoongelea, kusimama na ndugu yangu Japhet Nyakundi ambaye ndiye treasurer wetu ndani ya chama cha UDA. Kama wengi walivyosema, kwa muda mfupi sana Nyakundi ameonyesha ukakamavu wa uongozi. Nyinyi watu wa KCN, yani Kitutu Chache North, mko na bahati sana, mmepatia kijana mdogo, na katika taifa la Kenya ukijipanga vizuri, uko na Abraham Kithure Kindiki, uko na ndugu yetu Japhet, huenda siku moja kwa mapenzi ya Mungu sisi pia tukasimama na yeye. La pili, unajua rais wetu anaunganisha hili taifa, anatuunganisha kikabila, anatuunganisha kimaeneo, anatuunganisha kimatabaka, ili tuwe na taifa moja linaitwa Kenya. Lakini mimi pia nimekuja hapa nikijua kwamba sisi Waislamu na Wakristo, sisi tunatoka katika msingi mmoja, kutoka Nabii Abraham. Tunaitwa kutoka kwa ile msingi wa Nabii Abraham. Kwa hivyo mimi yangu ni moja peke yake, Father Ignatius. Mimi ni Muislamu, na mimi kama Muislamu leo nimekuja na nimewaambia wenzangu tunaenda kujenga kanisa. Na sababu ni nini? Mimi ni Mkenya na nasikia watu wengi sana, shetani Abu Nuwasi amelekeza vita vyake dhidi ya kanisa. Leo kumeingia kasumba kwamba watu fulani hawafai kuchangia kanisa, watu fulani wanachangia kanisa. Kanisa ni kwa watu wote, humanity yote, ili wote waweze kusimama pamoja. Na hii ndio itapatia watoto wetu fursa ya kujifundisha masala na maadili. Unajua sisi kidogo
Katika dini yetu huwa kidogo tunakaza kamba, na nyinyi pia msiachilie kamba. Kanisa isiendelezwe na mtandao, watoto wenu wasifunzwe na mtandao. Ati kila siku unaambiwa kuwa wewe mwanamume na mwanamume kuoana ni sawa, mwanamke na mwanamke kuoana ni sawa. Kanisa must stand firm, the church must reject, the church must stand with the people. Na hiyo mimi ndio imani yangu. La pili na la mwisho, mlisikia hiyo infrastructure imejengwa hapa. Jafo aliwaambia Jafet, hiyo infrastructure ililetwa na serikali ya UDA. Akawatajia ile ambayo iko ndani ya Kitutu Chache North. Lakini leo Rais William Ruto ametimiza ndoto ya vizazi vinavyokuja. Umesikia sisi ndani ya Mombasa, nilisikia story za mambo ya Gateway Bridge. Ati wale pale kivuko cha Likoni kutajengwa bridge. Miaka 40 mpaka sasa nimekuwa na mvi, hakuna bridge. Lakini katika miezi mitatu minne William Ruto atatangaza kandarasi ya kujenga hiyo bridge. Juzi tuliona kulitangazwa kutulibuni kitu inaitwa Special Economic Zone ili tuweze kuendeleza mbele masala yetu ya viwanda.
Mheshimiwa Nyakundi, na sisi ni marafiki wakubwa wa unajua, kuna watu wengi hawaelewi ya kwamba tuko na marafiki hata katika kanisa sote na madhehebu yote na dini zote. Hii sababu ya urafiki wetu ambaye ni kiongozi wetu wa sehemu hii, na kwa hivyo tuko hapa kumpatia support na pia kupatia Mheshimiwa Nyakundi support. Angalia mtu wako hapa. Kwa njia ya ufupi sana niseme ya kwamba ile kazi mlitupatia miwili na nusu imepita, tunaendelea kung'ang'ana nayo. Kuna yale ambayo tumefanya tayari na kuna yale bado hatujatimiza, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kisii na watu wa Kenya ya kwamba sisi kama serikali ambayo hii tunafanya wakati tumechaguliwa kati ya mwaka wa 2022 na mwaka wa 2027. Kuna yale ambayo tumetimiza, lakini na wakia kwamba tutatimiza ahadi zetu zote, kwa sababu hiyo ndio jukumu ya serikali ya kufanya mambo ya kuinua maisha ya nchi. You should not be worried to fulfill all the commitments we made to the people. Uchumi ulikuwa na shida kidogo, bei ya vyakula muhimu vilikuwa vimepanda kiasi. Unga ulikuwa unatoka shilingi 240, 230, 250. Kupitia mbolea ya ruzuku ama subsidized fertilizer, tumedhibiti hiyo bei, imekuja chini mpaka tunakazana hiyo bei ya moja. Dola yetu ama shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu, the shilling was weak, lakini tumedhibiti nguvu ya sarafu ya Kenya ambayo ilikuwa dola moja shilingi 165, shilingi 130 inachezea hapo 127, 128, 129. Bei ya petroli ilikuwa 217 lita moja mbili, sasa iko kama 176, na tunafanya kazi na ile bado inabaki. Majani chai yetu hapa wa Kisii, watu wetu wa Kisii na Nyamira ni wakulima hodari wa majani chai na sehemu zingine kahawa. Pesa ya kigeni ambayo tumepata kupitia kuuza majani chai mwaka huu ndio pesa ya juu zaidi tangu tupate uhuru kama taifa. Miaka miwili iliyopita Kenya ilipata bilioni 160 kutoka kwa kuuza majani chai. Mwaka uliofuata Kenya ikapata bilioni 180. Mwaka jana tumepata faida kwa wakulima wetu kwa majani chai ambaye kwa kilo moja ilikuwa shilingi 44, tumeisongesha inakaribia 60, na tunataka isonge hata mbele. Kwa wale ambao ni wakulima wa kahawa,
Tumeboresha bei ya kahawa. 2022 bei ya kahawa ilikuwa kwa kilo moja shilingi 40, 50, 55 ikienda sana 60. Leo msimu huu kahawa inalipa 110, 120, 130, 140. Kule Embu na Kirinyaga imefika hata karibu 150. The highest factory has paid 148 shillings per kilo. Tunataka kuisongesha mbele ifike mpaka karibu hata shilingi 1200. Na ili tuboreshe majani chai yetu, kahawa yetu na mapato yetu, tungetaka sasa kuboresha factories zetu za majani chai na factories za kahawa. Na mwaka huu tumeanza kutoa pesa ya kuboresha zile equipment za kutengeneza ama kuprocess kahawa na majani chai. Kwa sababu ya vile uchumi ulikuwa, maneno ya barabara ilikuwa imekwama kidogo, lakini kwa sababu uchumi umeanza kupata udhabiti, tumeanza kukamilisha na kufufua miradi ya barabara. Hapa katika sehemu hii, barabara ya Marali Sombojo ambayo ni kilomita 65 na ambayo inagharimu serikali bilioni 4.4. Hiyo barabara inaendelea sasa. Barabara ya Nyamurambe kwenda Nyabigena kilomita 30 kule South Mugirango inaendelea. Barabara hiyo ilikuwa imekwama, lakini contractor sasa amerudi wiki hii. Barabara ya daraja 2 kwenda mpaka Nyamaturo, hiyo imekamilika. Rais atakuja hapa kuianzisha. Hiyo iko sehemu ya Kitutu Chache South. Kuna barabara nyingine nyingi, sina wakati kutaja zote. Na kwa watu wa Rift Valley, Western, Nyanza, tumeanza kupanua ile barabara kuu ya kutoka Nairobi ambayo imetengenezwa mpaka Lironi pale Limuru. Tunaipanua mpaka Nakuru, mpaka Mau Summit, na hiyo itapungua economy ya Rift Valley, Western and Nyanza. Na zile ajali zinapatikana barabarani zitafungua na biashara pia itaendelea. Niseme ya kwamba reli ambayo rais amepata pesa ya kujenga reli, hiyo reli kuna 2B na 2C. SGR 2B itapitia Nakuru, Baringo, Eldoret, Malaba. 2C itapitia Narok, Bomet, Nyamira, Kisumu, Malaba. Kwa hivyo hata wakisii sehemu kidogo, hiyo reli itawasaidia. Niseme kwa ufupi kwa sababu naona mvua inakuja. Katika hii constituency serikali inajenga soko ya kisasa ili wafanya biashara wadogo wapate mahali pazuri pa kuuzia bidhaa zao. Kwa sababu tulisema bottom up. Bottom up ni kutoa mama mboga na mfanyabiashara mdogo kutoka kuuzia bidhaa zake kando ya barabara kwenye mvua na vumbi na ajali za barabarani, anapata mahali pazuri. Iko vyumba vya kuhifadhi mazao yasioze, cold rooms, iko na ICT hub, iko na chumba cha kina mama kunyonyesha watoto. Hapa kuna soko 2 ya Marani na Kegogi ambayo itajengwa hapa Kitutu Chache North. Na hiyo ndio bottom up, hiyo ndio ya kuinua uchumi wa mtu mdogo. Au wamama wataenda wauze pale mahali safi, mahali kuna ICT app, lactation room, code room na playing area ya watoto wadogo. Kwa hivyo mwisho kabisa, kwa sababu ya mvua, nataka tu niseme hivi. Wakati huu niseme tu nikimalizia
sisi kama serikali tunaheshimu kanisa. We respect the church. Tuko na heshima kubwa kwa kanisa, na sisi hatuna ugomvi wowote, hatuna tetezi, hatuna mashindano baina ya serikali na kanisa. The government is not in competition with the church. The government is not in competition with any religious faith. The government sees the church as a complementary institution to support the welfare of the people. We see the church as a partner, a valuable partner to what the government is doing. Our objectives are the same. Kwa hivyo kanisa, wale wangetaka tuwasaidie kujenga kanisa kama Father Ignatius, tutawasaidia. Wale hawataki, tutaheshimu pia vile wamesema. Wale hawataki tutangaze, hatutatangaza. So we will respect what the church wants. There is no problem. Na tuko katika mashindano. Kwa hivyo mimi nataka nikomee hapa kwa sababu ya wakati. Abantu baminto Nyasaye abasesenye. Si namna hiyo? So wale watu wameketi pale hema pale nyuma, nasikia hawajatoa pesa. Sasa wakiongozwa na Nyakundi wakuja watoe pesa. Na wakikuja, rais alinituma na salamu ya 2.5 milioni. Wapi makofi ya rais? Milioni ngapi? 2.5. Na mimi nikiwa naibu wake 1.5 milioni. Wapi wale wengine watumalize hii biashara in 2 minutes? Mungu awabariki. Nikirudi Nairobi nisalamie rais. Mnanituma na salamu kwa rais? Najua watu wa Kisii wanakuanga very serious, hawadanganyi. Mimi nasikia wa Kisii na wa Meru walitoka dunia moja. Ni kweli? Nasikia Kisii na Meru ilikuwa mtu na ndugu yake. Sasa sijui ni ndugu gani mkubwa, ni ndugu gani mdogo. So sijui kama wa Kisii ndio senior brother ama ni wa Meru. Lakini tukiwa Kisii tunasemanga Mumeru akiwa mtu mzima anakuwa Mkisii. Tukiwa Meru tunasemanga wa Kisii wakiwa watu wazima wanakuwa Meru. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. God bless you. Nyakundi 1 million. Iko mheshimiwa anaitwa Mutuse, rafiki ya Nyakundi, 1,100. Weka hapo. Budget chairman 100,000. Budget chairman anaitwa nani? Atandi. Budget chairman mheshimiwa Atandi 100,000. Honorable Manoti 50,000. And Honorable Manoti 50,000. Na watumie mpesa. Si namna hiyo? SG wa wapi? 50,000 Honorable Shadrack. Shadrack Mose, Solicitor General, ni mtoto wetu anatoka hapa Nyamira. 50,000. Dr. James Nyamweya. Dr. James Nyamweya.
switch off the mic, turn on the power.